Ananijali, sitokubali kuzama kwenye maji. Ananipenda, yeye ni wema. Ananijali, sitokubali kuzama kwenye maji. Ananipenda, yeye ni wema. Ananijali, sitokubali kuzama kwenye maji. Ananipenda, yeye ni wema. Wewe ndiwe mfalme mkuu. Wewe ndiwe mfalme mkuu. Wewe ndiwe mfalme mkuu. Mfalme mkuu. Nilikuwa nimekosa tumaini maishani, lakini Yesu akaniokoa. Nilikuwa nianguke, nipotee, lakini Yesu akaniokoa. Pigwa na butwa, nimeshanga, nimezubaa. Wema wako Bwana hauna kipimo. Pigwa na butwa, nimeshanga, nimezubaa. Nguvu zako Bwana hazina kipimo. Wewe ndiwe mfalme mkuu. Wewe ndiwe mfalme mkuu. Wewe ndiwe mfalme mkuu. Shangwe na nderemo, furaha ya ajabu. Wewe umeniona Mwokozi wangu. Shangwe na nderemo, furaha ya ajabu. Wewe umeniona Mwokozi wangu. Shangwe na nderemo, furaha ya ajabu. Wewe umeniona Mwokozi wangu. Wewe ndiwe mfalme mkuu. Wewe ndiwe mfalme mkuu. Mungu wa imani yangu, wajua kunifurahisha na kweli. Mungu wa kicheko changu, wajua kunichekesha. Hawe Mungu wa amani yangu, wajua kunipa amani.
na kweli, Mungu wa imani yangu, wajua kulinda wokovu wangu. Kwa yale yote umetenda, niruhusu nitoe shukrani, niruhusu nitoe shukrani. Bwana, niruhusu nitoe shukrani, niruhusu nitoe shukrani. Niruhusu niimbe wema wako, niruhusu niimbe wema wako. Niruhusu niimbe wema wako, niruhusu niimbe wema wako. Niruhusu nitoe shukrani, niruhusu nitoe shukrani. Niruhusu niimbe wema wako, niruhusu niimbe wema wako. Niruhusu nitoe shukrani, niruhusu nitoe shukrani. Niruhusu niimbe wema wako, niruhusu niimbe wema wako. Nilikuwa natafuta kipenzi cha maisha yangu, sasa mie nauliza nianze wapi? Marafiki wangu wote wamenikimbia, Jehova nisinalia, nihurumie, nipe uwezo wa kusimama imara juu ya neno lako. Uwezo wa kusimama imara juu ya neno lako. Uwezo wa kusimama imara juu ya neno lako. Nilikuwa natafuta ukweli wa maisha yangu, sasa mie nauliza nianze wapi? Mateso mengi, shida mingi zimenisonga, Jehova nisinalia, nihurumie, nipe uwezo wa kusimama imara juu ya neno lako. Uwezo wa kusimama imara juu ya neno lako. Uwezo wa kusimama imara juu ya neno lako. Uwezo
uwezo wa kusimama imara juu ya neno lako. Nipe uwezo wa kusimama imara juu ya neno lako. Ndani ya nyumba. Mpenzi mtazamaji wa Kisi Hot TV na kukaribisha tena ndani ya nyumba katika kipindi cha This is my story. Hapa tuko na mmoja wetu katika sehemu ya Kisii County ambapo tumekita kambi katika maeneo ya Erera karibu na Nyanchwa Adventist Church. Karibu sana tukaweze kuziti mbele pamoja sisi wote. Karibu sana ndani ya Kisi Hot TV. Kwa majina tunani? Asante. Kwa majina naitwa Nora Kirubo. Nyumbani mahali pa kusaliwa ni kutoka Kiumbu Hiveno, na mahali nilikuwa nimeolewa kutoka Nyamira. Lakini sasa kwa wakati huu naishi hapa. Nilikuja kukondisha nyumba juu kwa ajili tuliachana tu na mzee. Hasa ninaishi hapa Erere. Zaidi yao niko na ugonjwa ambao ugonjwa umenisumbua miaka karibu 17 years. Umenisumbua. Hii ni ugonjwa ya goita. Nimekaa nayo, imenisumbua kifua, mabega, hata inaniuma kichwa. Saa zingine kichwa kinaniuma mbaya. Ninalala. Nianza tu kugonjeka kidogo, nianza kuumwa na kichwa kwanza na kisungusungu. Wakati huo nilikuwa hii ugonjwa ianze. Nilikuwa naumwa na kichwa, sasa nikasema hii kichwa nikafikia ni ugonjwa tu ya kawaida. Nikamaliza karibu mwezi mmoja hivi. Sasa ndio nikapata kitu kameanza kumea hapa. Kadogo, kalikuwa kadogo sana. Nikafikia ni kitu cha kawaida. Sasa kuambia nilisema hata kwa mzee, lakini nikaona ana shughuli. Nikakaa sikuwa naenda hospitali, nikakaa hiyo miaka yote nasumbuka, ikiendelea kukua kubwa, ikakuwa kubwa, ikiendelea kunisumbua kwa kifua, mgongo, sifanyi kazi, hata nilikuwa nikikaa ni shida, mgongo inaniuma. Hata hapa kwa mabega nasikia kama ni kitu kimenilalia hapa hivi. Kwanza ilikaniletea mpaka pressure. Wakati huo nilienda nikaadmitiwa Nyamira hospital. Nilikaa huko, nikaambiwa nianze kliniki. Lakini sasa kwa vile mzee alikuwa anasema hakukuwa anasema ni ugonjwa wa kawaida, alikuwa anasema hii ugonjwa ni ya ukoo. Hiyo ugonjwa hakuna mtu aendi hospitali. Sasa nikakaa, hata hiyo kliniki niambiwa nianze, sikuenda. Kurudi huko akasema ana pesa. Nikarudi kwa nyumba. Nilisumbuka, hiyo madawa ikanikosa ya kukunywa, hiyo pressure ikanikosa, anishughulikie. Ikaendelea sasa kidogo tena nikasikia nikiumwa hapa. Kuangalia hapa hivi nikapata tena kakitu kamekuja kadogo. Kwanza wakati huo nilimuonyesha, tulikuwa na yeye, nikamwambia kuna kakitu tena kamekuja hapa. Hakushughulika. Nyamira tuliambiwa hii ugonjwa ikikaa inaweza kaa na ianze tena kuleta shida zingine kwa mwili. Vitu zingine sianze kumea. Nikakuja tena, kuna mwingine alimwambia apeleka huyu mama Migori Malindi Hospital. Tulifika huko, nikapimwa, nikapewa tarehe ya kwenda kutolewa hii kitu. Wakati huo hii ilikuwa bado. Hasa ndio akaniambia hakuna pesa na pesa. Nimesumbuka mpaka sasa. Wakati huo tulikuja tukaachana na yeye. Sasa ndio nikakuja kukondisha hapa kwa nyumba. Niko naishi hapa na watoto wawili, lakini sasa kuchakula nayo kuwatafutia ni shida. Juu lazima niwatafutie wakule. Nikienda kufanya kazi kama ni nguo, kuoshea watu manguo, kazi nyingine yote, kiparua tu chochote nitapata. Ninafanya lakini hiyo usiku ninakuja silali. Hata chakula nikipika chakula, ugali, kitu kinaweza ingia ni uji.
Ile kitu sio nyepesi, sio nzito. Huyo nikikula ugali, nikikula ndizi inaninyonga kabisa, inaninyonga, nasikia imeninyonga kabisa. Sasa ninaanza kila kitu natumia ni uji. Sasa ninasumbuka hapa, ninaumwa sana sana hapa. Ninasikia kama ni mzigo nimewekewa hapa. Kifua hapa kinaniuma. Siwezi nikachukua hata maji hivi, 10 liters siwezi nikachukua hivi nikunipebe. Hiyo usiku siwezi nikalala. Imenisumbua hiyo ugonjwa goita karibu 17 years. Ninateseka nayo. Sida niko nayo ni kisungusungu, kichwa kikinianza kinaanza kuniuma karibu siku 3. Ninatumia tu painkiller kwa maana sina njia yoyote. Sina njia hata ninaweza chukua hata pesa tu niende hospitali nikaende kupimwa ijulikane ugonjwa umefika wapi. Sina hata wise. Hii ugonjwa imenitesa. Na mimi ndio natafutia watoto wangu. Kwa shule watoto wanahitaji niwatafutie, niwalipie shule. Kwa nyumba watoto wangu wanahitaji wakule na sina uwezo wote. Ameke kutafuta Ameoa ako na bibi mwingine. Nikifika Novemba 1 nifike miaka 3. Lakini anazuri. Sina hata waisi. Wakati huo nilienda Malindi hospital. Akaambiwa atoe pesa. Akaenda akasema ana pesa. Kutoka wakati huo nimemaliza 5 years. Na sijawahi enda mahali juu. Sina njia yote. Hata wachungaji wengine walikuwa wanamwambia watu tutafute njia. Tuchange angalau tusaidie huyu mama aende hospitali asaidiwe ugonjwa, lakini hakukuwa anashughulika. Yenyewe ni mtu wako kuwa anashughulikia kwa ugonjwa. Asa vile nakaa hapa hivi. Hata watoto wakiniuliza kitu inabidi tu niende kufua manguo ya watu. Niende kufanyia watu kazi. Ndio at least nilete watoto wangu chakula wasilale njaa. Na shule ndio hiyo wanalipa, wanaitiswa pesa. Inakuwa shida kwangu. ile ambayo nataka ungeweza kwamba nilipi. Mimi naomba tu nisaidiwe. Njia ipatikane niweze kwenda hospitali. Niweze kutolewa ugonjwa nipone. Ili angalau niangalie watoto wangu. Juu hata nimejaribu kutafuta kazi. Saa zingine hata kama ni hoteli nikienda wananiambia mimi ni mgonjwa siwezi nikafanya hiyo kazi. Sasa kazi yangu bora tu niende nisaidie au wengine kufua manguo nipate chakula ya watoto. Naomba tu munisaidie ili nipate pesa. Angalau niende hospitali nitolewe ugonjwa. Hata mimi imenisumbua silali usiku kabisa, hata chakula sikuli. Hata mimi nione kama nitapata amani, nipone, nipata amani ndani ya moyo wangu. Na najua Mungu tu ni mwaminifu kwa umbali amenitoa. Pole, na ile kitu nakuambia kwamba Mungu ako pamoja na wewe na utapokea ponyaji. Pole kwa kupitia hayo. Thank you. And this is my story. Karibu ndani ya Kisi Hot TV ambapo tumeweza kupatana na mama mmoja.
anaweza. Baba wa mbinguni anaweza. Walikupa kisogo wakaenda, walikupa kisogo wakaenda, walikupa kisogo wakaenda, walikupa kisogo wakaenda. Ndio nakwambia kesho watakupa saluti, mimi nakwambia kesho watakupa saluti, ati nakwambia kesho watakupa saluti. Mungu wetu ana ubaguzi, anakuona. Mungu anaye ana ubaguzi, anakuona. Kesho watakupa saluti, mie nakwambia kesho watakupa saluti. Niko na nyinyi, niko na nyinyi. Hata sasa hivi kwa nani tukipiga higa. Wewe tuko first time kwa moja hata TV ndio kina matendo higa. Kuna naye. Saga mapito. Mchane. Na mwaka saga mapito. Mapito. Kota banga natambere Kuja kigimo mwancha umurigero kisi hot TV asikibote tisi chabana maragoba karibu sana nande nasere maiga kote binga na tonyire ma bana bami intonye tema kigima life and direct nasere machire chinsire ngetsinsa ninye mirongo enene akianda chitaki mirongo ibere nisa tomo tenyino yonane umwaka 2021 padutore bana bado Kenya tore ntoranganya guchanonsi mitewa team diaspora anonse simukibotrete. Nashukuru sana wana wa minto n'abantu abangaini igatinginya kengaina samuke watrete hapa ni Life and Direct ni kwa hapa mtoto wa mama, mtoto kama kurutu, mtoto kama kukurikuntu. Nimeshafika ndani, nimetoa ndani ya nyumba kama kawaida mtu wangu. Nakwambia kwamba wiki imeanza vyema kabisa, imeanza tuna wiki yake tekema kabisa. Kwa kwalika ni anosa soki bote chabona moro kwa baba tuwetisa mchana Nairobi ari Nairobi kigima kabisa ngotange bintu bisumare tibya kabisa sisa muchana akuru batisa muchago sibo songo chiduka chabo songo abantu babote chinsa muchichakuru aralia Nyamira County kebiriko Jones weto ande ko cyari konge muino tambo ko chibugira ngo mati imeteka motsi no muri nyumba
Okay. Aya William Omache. Umwana oyo. Anyway, ebintu biwatu keki iga. Let's find it direct. Ebintu biwatu keki iga. Nde tukuchaka masayemo. But nini wali ntarachi kuchaka masayemo. Nteke tendara torara sunyunte binte biga byabana ba press team bakoro African Melody Band bakota Maminto Emmanuel Mungu pamoja na sisi abantu bakunga African Melody Band babwate amangana makon kabisa bakota live performance imyakisi Hot TV nte tukusomera ibintu byega kigima konga senyo kubange ibintu kigima kabisa gabicha sentere ya bene want kukaribisha katika mjadala wa siku hii ya leo. But ni ruhusu tu niombe asiwende kuanza mjadala wa siku hii ya leo. Okay? Nataka kuomba. Mtakatifu Mungu shemle, pokea sifa zako, utukufu na mamlaka. Asante kwa wakati huu na nafasi hii. Twalitukuza jina lako Mungu ushemilele. Asante kwa mwende kutushika mkono, naenda kutuinua kwa kila jambo. Bwana tuombe katushike mkono, katuongoze. Watazamaji wa Kisi Hot TV pia ninawaombea wakati huu majira haya wakabidhi katika mikononi mwako Bwana. Asante kwa kuanza pamoja na sisi katika mjadala wa siku hii ya leo. Katuongoze na kuweza kutushika mkono kwa maana wewe ni Mungu mkuu. Na ni katika jina la Yesu tunaomba kuamini. Amen and amen. Abantu wote wenga amina. Okay. Watu waseme amina, amina, amina. Amina, amina kigima. Moyo wangu wakutamani, ewe Baba, mwili wangu
Esema yende ya YouTube nindo chama basore mari kigimo muntu kukunga nere kabugot Hasani Friudo okay if you do bye thank you very much Ruth was very tabanga hi I was very ninkoroche sarasi nyaga kacha ne ontenga waiting no ndeka kigimo sote kigimo ne bikoro to ne chibuti ndene tobe yo kamwano mindo best card derito Enrico agonte tuned in and following from Buruburu. Thank you very much, my brothers and sisters. Welcome to YouTube. Ali somewhere YouTube Kisi Hot TV. Go to channel to check mudara muchadara live on the direct. Like it tandara vikeiga muraran tura somirani. I want to give you a kushengia ndani ya nyumba tebanga i5 kuona watu wali batatu batenga wasere nyumba batebinga litukona kiria koira turara kwana nyangu muna tore moyo iga. Lakini niko na mchadara wa siku hii ya leo. Kuna mzee hapa analalamika kwamba pipi yake amefanya nini? Unganiri nyina na abana bamuwa wapi korurisabo obaletire Nairobi asibamenyete amewaleta Nairobi. Sasa alidhani kwamba wanakuja kutoa wiki moja warudi nyumbani waende kuangalia vitu zingine 2-3. Lakini sasa shida imefikia ni hapa mwaka uchiko motereno mongina yene mamu minoga achiterende otokwani Nairobi gana abana bamino mbare kwere na rende risabu wararo mugako ori batikete risabu gari ya mungina ira moteri ngaya yo mugaka naho jengo te mapema ngwari ucha gwancha tiango te biga sai giyo mugaka manye igare ero iga mama tari kwere na risabu pi mugaka bana bamito mbare kwere na risabu pi esuitati asenge njokiye tigata atara chandika nere nkagari itware ngabake riri mama arenga orara esiri ari gutuita ari guita mama tigara ara chandika ara irugera hono mumuro uche kuburi gaki mechando kie ahanyorobi amache nkogora keregento hono chikote Familia otige iso ngo kurugere iso gari bisawo oche otema ko munji yasinyire pi wanu mako kuburi na kingo kora tate tingina biara manyenga mufrutano nore se nyomba maigabo because yote more means tente yaga nenda na romo wako na ndachira ne mwefe bwangire pinga ya mama tari usuka kuruga lakibona kuburiga kakina kimogo nkonya abantu bakisi Hot TV egere tokore kieke Familia tenya ekogenderera okay Rico topic ya leo ni tricky but for me siwezi yaki turiango chande gocha elingo tubekande kigima tokonyo mugako yega egere nere na bote family majukumu ni mengi unajua mtu akikaa Nairobi akona majukumu mengi sana majukumu bota mange kigima jana wabikira gabu invitation link waba sisi cha YouTube waba cha yamasa yamo miakisi Hot TV live aliye somo ya YouTube na wote ni arakuru yamasa yamo abikira link gabo mwaka wote nga niko na familia niko na watoto wangu tegete mbere skuru basome mbaka nile fitu baragere buya lakini wana nando mandure pade ni yende kurugaiga bantu bane ndo chikulo muntu kurukunga nere ngoyo yandara sakira kurugaiga aye Clinton Omari David Mura Ruth Bosibori Sweetie Arias Dani Vaya boy na kororire okay ngona nentararo ragaiga hairini nyanduko ninkoroche Sabina Bosibori na kororire thank you very much Faith Mura Ugata nimekuona Elias Dani nimekuona thank you very much nimbaroche maiga mwansi pi Davino Ratemo Susi Keribori Irma White ninkoroche Doricas Nyangash na kuona vizuri sana thank you very much ndete tokorega ndete also SSML ya refund direct remote nyera sema SSM ya YouTube mchango bakagari na beki invitation link yororo tukwana namangana yiga tona kitoko ni musacho yo musbati ohoncho kirabono otebire ngabono na intanyegera mama na bana ba minto
ngabako menya n'inchi Nairobi iga mama tumenya nere lakini iso ise omoteri ngatata nari ko twita bobe pi ari goita mama bobe pi paka moseri tuchandika tiganera arachandika so bono mwako yosinu ga kibono na kingokora nje kobera na mama byara Nairobi togosiberia ipafu eyemo boko ngukiobo byakong'ira byatekire devi single nakoroire divi naratemu nate nakororire nimeka hii hapa but I'm coming after this okay botana pada yeye karanya na bantu abuna bakuruma kuruga nimepeana link live on the direct abana bamintu badutisa mu YouTube wate link ira se comment section ya masayemo osego tamega igatukwa nebire sato okay Shem urenge
unastahili Yesu kuabudiwa, unastahili Yesu kusujudiwa n'abantu bakunga African Melody Band na bavale ngimi gabo chinsemo batenga unastahili Yesu kuabudiwa chika kibuna chika bana ba minto ntagete ntuwatu chake omuchadare masayema ndetse chake topke masayema tena kitoko beka mangana ya awenere seme ya burungeiga bya muno ribase seme ya YouTube bugari mwatu bote lefone direct tete tukwana mangana iga na kitoko konya na seme iga yende asengi ncho mwako igo rerire muno kigima anga kiresimi chintu chenga chinsa inye cha mugaso cha mambya itukoli lya rero onde bimwana kukuri kuntu bya enda yansare keirega mungina konete birundo oretire ngina oretire bana bamwabo babeke Nairobi ameweka Nairobi maitunakaa mimi nilidhani wanakuja kutusalimia tena warudi, lakini sasa baada ya kukaa wiki moja nimeuliza pipi yangu, kwani hawarudi ushago kuangalia hata babako na yeye mungena motabiringa yaya mama na bana ba minto bari kwa narisavu na bakobera nenchega kerinkoli na kibakoli. So ndio mzee amemuuliza, hapa ni Nairobi, we buy everything, tunanunua maji, tunanunua kila kitu, how come tutaishi hapa na ili hali tunanunua kila kitu? Wacha tu waende nyumbani, tutawashughulikia kila mwezi budget ya kila mwezi. Lakini mwanamke amesema no way, intagete tatara asumbuka litangani muna lili areko tuita oita mama otoseri botuko otoseri twara isikia mbe ya tuita I want him to serve nde tara chande kanere are rugera. So that's what really hurting ya sumure mu wakoyo otabire ga kina kingokora na kingokora nitafanya aje because ye Nairobi abana mbwatu boka bakongeyanya abane na mentre pardon yende bono iga inko nganya ngende risavu mberoro anozo ushori wako bari bare masemo asinsoma chiri cha YouTube na beke link igari at comment section iga abo bari mosiro tabenga president wasiro amonya bona raliaya wewe monya ko ni yapi? How can you help this man? Because wano ikire bakase ikire wano bakorusi hope kone gasara achati kita akora gas because yo munginganyire familia yonse ponyere tiri town unamsaidia aje? Mwani yako ni yapi? Kwana mwanenche ko chagaiga yemaseyemo kutire semo ya YouTube arikisi Hot TV kwana nche yemaseyemo koromoni yawo koromangana agabira toto tena kitoko iki ense mega yende elinki na sugumire gari asa etimu ya comment section. Na maoni yako ni muhimu sana, yatasaidia huyu mzee akaweze kuendelea, kwa maana kimeumana hapa vyabwatanira kimeumana. So anauliza tafadhali aba kusiba minto nitafanya aje? I'm Modesta Mauti Ninkoroche from Utawara. Thank you very much.
unastahili Yesu kuinuliwa, unastahili Yesu kusujudiwa. Sema unastahili wewe, Yesu kuinuliwa, unastahili Yesu kuinuliwa, unastahili Yesu kusujudiwa. Sema Wana sure gaiga nimeingia hapa live for the direct. Yes. Nimeingia hapa live for the direct. So we want to start this topic and we see on how to help the situation. Tuone itokonyo musacho yiganere atwara muremba somo yo ya singi nchunga already ngenka yangu tawo kire stress nyagaka channel wa mzee aongeleshe pipi yake poa kwa ponge. Yaani kuna amesema amejaribu kuongelesha mwanamke, amemwambia sweetheart, my angel, my only queen cake, please, I beg, my husband, my wife. Amejaribu the best kumwambia kumtabigaki, my dear, my sincerely, my beloved wife. Tiga mamu minina nenga lisabu na wangu mukorere budget nonkere wiki Modesta. Karibu sana Modesta, thank you very much. Kama kile link insega link yangu kansia Modesta Celeste Nyagaka Vibeskari Modesta na Ruth Bosibori kina Viudo mchugo chaga wamekataa kabisa. Mwanamke anasema nataka yeye, kitu anataka ni hii, babake kwanza ateseke, asumbuke. Kuna link nimeweka hapo chini ya comment, chini ya Modesta Mauti, itakufikisha hapa. Awatanga Modesta kwa tebeiga ama kongwa yo ata wisaransira umugako yo. Now stand firm and tell your wife to choose between you and her family. If both of you can't agree, then carry your kids uende nyumbani. Oh, Lina, whatever, thank you very much Lina. Welcome to the house. Karibu sana kila mtu mmoja. Nimeweka hiyo linki kwa hapo chini. Hiyo linki nimeweka hapo chini, ukiguza itakufikisha hapa. Hiyo kwa hapo katikati ya Modesta na Lina. Ukifikisha wote linki ibuneko gotebi. Mate comment yo unere igo masori uko bori chori ewe kima. Modesta ningorocha. Modesta ndete gore microphone, igore ne kamera, allow hapo chini. Ukiguza hapo chini ukiallow itakuruhusu uingie hapa ndani Modesta. Kama ukwana mungana bila tatuga. Ani I don't nilikuwa nimechanganyikiwa hata mimi. Na unaona okay, Dantel mmoja.
Dantel no igore kamera. No tore tibima muga kominto Dantel. Igora. Rai Dantel. Mambo. Sashi. Wairire. Okay. Brak. Wairire buya mwana minto. Aki kamera no nyara ko igoro se. Tunte kero. Ya. Yote igoro na yote comfortable. Ba. Ngaji surprise ga ki. Ngote ko sana. Onoto nara inigo. Watu tunje yeta. Ombutere mioyo. Sana Dantel. Say hi first. Kara kwani abantu. Tumagoswa na Modesta. Nimutu kwani ali tumagoswa sa mchadara. Hivyo wane idea kwa idea. Karibu sana. Santa Friba. Kwa na kiwairi. Wairire buyape. Manalia. Mambo. Bia. Na kiwairi Andres. Bia. Ya kan haro limule biyaiga. Nyasai no muya. Nata bungkwane. Haro. Santa Friba. Kara kwani abantu mwana minto. Nano bote watabo tiria marieta. Oge kimbe na kebekire. Watabo tiria marieta tikinirende. Ndoko mwete ngae no mwana minto. Karibu sana. Kara ate abantu 5 abantu. Teniga. Ora baturia hali tumausa sombada. Timu comment ngo kwa timbu ya muri mwe. Nonya mukora. Kana wa marakini ndo basigete kamore au timu comment. Ni mo gutarekebisha ibintu byaba bya. Ndo basigete sana na inu arukara ifungo turasemania mang'anaga. Mbwati mange gakire rero. Igabu na wondo teni wa kwani. Wando te ni gaki. Deno we mwenyewe, Modesta, tena Dan, Fini, Brayo, Dama, Rashid, Honorable, Bosiri, Kambo, basi. Hebu muingie huku. Ningemetosha. Soko bara ngabekire teni. Akese baisani akire aron bati mangana mani. Ndo set. Akombolia masuka. Nada leto mwana Modesta. Ara tukupe Maria tumosa setup. Ay Modesta. Sikupati. Mnanipata sasa? Uko chini sana. Mnanipata Modesta? Yeah, so inakupata. Well and clear and good. Thank God. Karibu sana, nafasi ni yako. Salimia watu tuingie kwa mchadara. Caroline Moranya Gaka. Yes, karibu sana. Ndaba kwani ngapoirire mwensi inche nomugeni bado tindamanya abantu bari mahanga kiamurieta aho bakoruku so niliona mchadara nikaona niingie tu like kujadiliana hiyo story ya Mzazi. Karibu sana Modesta. Nabo kwani nino no mama ali na tata na bana ba minto kwando benyoro basogeri masoge Maria bana ba minomba lega. Ngokwani mungino kurukunga na karanja ebosi yane na mama mere ni mura na tata Samuel Mauti na maukoro bonsi changu kurunya kurumbasi ali bumachoge ogembo bonsi ngubatayi utukubuya. Wow. Waterere igo. Ay Modesta. Ngotano teke topi ki waterere igo.
naraleta Caroline kama hai. Caroline, Yo, mwane Toyota. omwane manyanga. Ai. Akutoka kuburwa. Karibu sana kaa. Ai, na nyanga moja. One mbaramba na maite. Yeah. Nga kimbia mole mamwe kabisa kabisa. Paka ngumole. Biaiga. Jembiande ngokwani igichebusi kia minto gikurugung'ana kisestini. Ngore engine wakire mano wagetogore tini mete ngeng'igwete. Ngwani abana group bonsi piba kurukuntu gali WhatsApp. Bateinga mukwani ke maragaba yabono maragaba sembu tukotimanya. Alafu na bibuli bane bonsi nabakwanira ingotebanga tiga musese nigwe. Okay. Nje na wakire sana nditi amba kwani asireterio Mungu bana ba minto bwakire bwirire buya mwesi piga. Ngoga tabu ya sana. Bwairire. Karibu sana mwesi piti mkomenti akina Judy Ondenyi akotabanga ya Dantel mmoja. Leo tena umebadilisha jina. Unaona hapa uko na mafans hata ubadilisha jina lakini sura huwezi kubadilisha sura sawa sawa. Akina timu comment karibu sana Mimi ni mtu wa Kecha. Mimi ni mtu wa Kecha. Wewe mtu wa Keja. Msichana mwenye peke yake kuna Keja peke yake pale nyumbani. Hey. Unajoma. Jana ulishutua bana, sichachoma. Ulishutua bana jana, ulishutua bana. Okay. I want to welcome you all guys. Karibu sana katika mjadala wa tuko leo. Mjadala unasema hivi. Kuna mzee hapa amenipigia simu. Wamekuwa kwa ndoa zaidi ya miaka 15. So after ameanza kufanikiwa kimaisha, pipi wake wako na watoto pale, akamwambia daddy, sweetheart, wacha nilete mami akuja tusalimie na watoto kisha arudi. Considerata Anyango referent niko ndani sana, karibu sana. Sasa amekuja mama akamwambia haya basi, wacha basi mama aje atokwani na handeirane. Akaja sasa mchana Nairobi. Wamekaa na yeye tu Nairobi. Sasa mena muda wiki moja imepita. Mzee ameambia sweetheart, wife, honey, si tuelewana mamako anakuja wiki moja kisha arudi ushago, ende kujunga papako na endelee kujunga familia yake. Mwanamke amemwambia, "Omo sweet, omo baby, omo boido. Wacha nikwambie kitu kimoja. Mama na bana bami ndo bakwa ndalisavu pi. Imbako ga ndalisavu pi mbako chirisavu pi. Ndete tatara sumbuka. Esteri ari ko tuite yani nenyorete turare sikembyo atosari na mama atosari na bana bami turare siko tikanera arasumbuka are rugera arasibichi suguri nebinto. Wana mwako oyo osinyunu kyakora. Ene wiki ya wana chaje bakachi wiki bere bado mungina kwamirete ngambari kogenda. Oche komutera ki sweetheart. Kaki na bongo bakora shopping isine pi kaki ngokora shopping mbako yani shopping. Kira nono nonkere wiki tiabaga nenka. Yaya wanu mwako osinyuruka aki. Neki wano na mama biara nyorobi epafu ne yemo echo ne yemo wanu mbako nkiovo. Nkonye amoni na nkonye. So that's why I before Kelvin na kororire tigana ete sengenjo muntu kumonde tete kora areta moga tete komore kini to twagenda. I dante mu mode. I am tuakecha. Hiyo ni yangu peke yangu. Hata kupatia nafasi hii uingie kwa mjadala. Kelvin ni nkoroche. Dante libagani leo karibu sana. Ya mama karati kwa kwanza alitwali mtoko boli. Mboli. Oyo rusiri menya metola gusago mtoka na ini nani? Mwenye ametola gusago mtoka na ini nani? Dia natalo. Mwenye mtole gusago Oyo mwenye
Mwenye ametorosha au amepelekwa na ni nani? Okay. Mother-in-law. Orusiri mamu mwabo n'abana bamwabo risabu obaire Nairobi. Mamu mwabo uri burete mu nyina. Oburete mu musubati oyo. Osomo kungu. Mukomonto. Kwanza inti kitanga ni muswati ya ati tukukarasi umusachi we. Yento kende umusachi umete ayo mwisi tuwatia ni utori tura inyoko mamu mina mugakoe umorete Nairobi kumubekoro atari ara komenya mirere ukera na somu mugakoe akomenya no mugakoe na umete challenge wete ne mugakuri buna gonya ukurira ayo mwiseke ayo mwisiko yabana kwa usima mongino ye gusi kwa mwire Nairobi una gonya ukurira una usibiki anga chenyo kongo nta maigari kakora gakindage ile sote sitakufuata my dear ingawa umesucceed. Umeona saa your dad wenye alikuwa anawachapa mkiwa wadogo you want unataka kulipisha hiyo kisasi kuromo nawe kitu ya kwanza hizo ni laana unajiwekea hata wewe utaishi na amani waganda takokora umo wako yu kono umo wako yu ara tigakora igatiga umo ngino yu ara umo wako umo ngino yu yesini umo ngino nere orolire bono into ga Nairobi sinjo kuri ndarolire sinto group and yaka wakiri mugateri korolire gari asaringe gusi mwako utagari Yake ekoro kutere group and kosari ore. Yeah? Ekoro kwesi yake tare group and yake. Ari siagi iria gwakirukire mambio mugati ari cha mweri ni siagi ndi namanya ari ochire kunyura gari ku siesteri agakiriri kairo mambine nirira bwari no muogo ari rugimo burita kunyara uno mugakuria kamwimukirie mambio mwiri gusengo tora chayo mwiri kumugurugere bituma ari renga mugakuri ari ko ni sistiani mo mongi no tata mwana itago cha konya uno mwana menyete asigabu mwana usko nanyo amire gusa imenyete Orio umesko yoyu oyo koreta banda Nairobi osa nyomire no mugako yenero kwa brain anyomire kabisa bakabwata abana kegima akoro ko mukomonto akoro ko mukanya lebe autata abunaro nako mbono mungino yero kore ntu kurugusio chikobera se mwana anyomire oibana mungina kupira kiwine usata kitbanyu mu bonsi mu muri yabo tware bonsi gende baran krata musiko motebiri mama eseri WhatsApp kararagira nkwarwara mama embeyo njagwati botuko mama gaki Nairobi yago sigike getingire kemambi mubire kemambi asigite getingiro onywa ko mugati oisansora mbura magore mese igoro utako watch Maria ebimo une biekerege ko mumino kabira ere ko nyoro mugako uri gatigitari gutio kwirira ukuthoke mambi onya kwaro talika iroliko ibi ne biekerege starenko erere to expect yoga nduchikomenya so mwana wanyu amire ine chirano onya kwibwatiria mukungu ira na somo sacho gusi muri kirikera oregeke no ere ne lika iroliri mwanya kuburuga mwanya ku onya misko zitago support mukiwa na no mugako unka tatu mwaburi buri tu mwana uyu wagalira bani ameomoka juu ya babake kama si babake angemfunza pia yeye angekuwa mtu so that girl anafaa kurespect nini wazazi wake wote njendo cho uyu mumuro uyu musacha bo mwisko njendo chitabwati ko oitigai ni sisti kabisa ano muga ata ino no mukungu yo ngabona ayo nyakwaruri ngaki okoreta mamiro akoberaga the best solution neye iga bogoria mamino kenda nere gusi gokora kobera mamino kunyuranga nombe wichenkunyoma abaseri bonsi bagende umutige musano mumuro yo moire tingina biara manyenga ngoma nade nganki bawo kororo awe kocheza chini ya maji imekuwa ngumu. Okay, mimi wera nande kocha sore kada bwatirere iko twakiranse baba mwondesta Yeah. karibu gaki mwana ominto gana tuchitwatoka twarasema ni gato sebi mugako oyo egere osina tibo kana eria go baba Ono iga ekisungumkuti iko
asengencho umusubati akarate atebeti umugakoe nga mamu mwabo nkoruare gusiache kuva kwani Yes. oikire gusi oikire Nairobi aya ado imokiro adatera abana bamwabo Nairobi. When this guy arochiga angeuliza bibi yake kwanza what is happening ng'akiarenge ako garama itino mungu woche nyumba yache gutukwani nainde nakiaika paka waleta abana baminu baachire nyumba what is going on, what is happening and what is not happening baiseranze bagambe before abang'ana ataragenda atambe barabona story yeyera atambe muno goitani wanu musubati otebire ng'ina tari gusika umusacha atagete umong'aira nenga abere numugagoe hari gusi asagatigete obukombe nomoro neng'ombe asagatigete ne jinsi agachianure musubati tatagete. Okay, yendo natebega umusacha ateme gukwanira umusubati na ainisisti atebega ninje umusacha nkugamba inchekero nakoruseti seino tingorete timuri na nyoko iko najete seino ngaisaransa tukagamba na mamu mino na tatu mino bari baronga te umuisi kuino nere nanchire tinachite kwa tanga nanchire umuisege na ng'ina bono mong'ino yo tigaira denga nkona inkana abana bamino bakore egasi yabi barengete gekugara this guy nero gwanga ne nyumba agura amachi haka ni stima haka ni abana school fees bado kwa nyumba anahitaji skari anahitaji chakula ya kukula ndari yumondo yugo sakare kwani maybe was 20,000 per month ngakia kore isie familia yonsi if umusache ukwana mukae gakwarambali kuiwana nere yeye kitu atafanya onye kukwana bobe onya saa ngabiri ndara akole ni abebe watoto wake naga achitenga buoye tabe sikutigire mukungu abana yako garo mukungu ini kama yeye ni tanga aira abana baye usi aligi egasi arakwaro nyigago so mugonda so na mugondo na bekore tachibesa so meri abana baye bagenderera ubugi umukungu aisaranse na ng'ina pakarengereri amanya asa akorira amagoso gwikira agenda se umusacho yumusama aira ne buoye aisaranse atiga mang'ana yo kumenya na ng'ina kwani ng'ina omonywamete na abana bamwabo bamonywamete it can't happen inje no moiseke nabo ngwanje mamuntu lakini ngomalda ngaje komenya mwana abu mwane ere mwane numugakona na abana bane era agenda buoye aisaranse ng'akire kinyanda itabwati sky umwana omine school fees yamuborire tata omino ngonjandara omotu togambire gochiari bakari gochina omugaka buna banyomanete babere gochiari ushago lakini si kwa nyumba yangu hii haiwezekani. So let the guy stand firm. So the guy kitu unaweza mwambia nini because yeye amejaribu for the second week kitu ya kwanza aliniambia hataki ng'ina biara manyenga ngo seriale ngo tatete aberoro ataka kucheza okuno kuororo mano obu no buororo bube nando yakogera bano second week the third week ingiago gandro ni akaambie mama now it is not happening. Mimi sikuwa najua mtakuja ukaa hivi shida ni gani omong'ina amate shida eriga ABCD oyamata hivi no way onye kere igo tikandore ng'akingo bakonya lakini rudi nyumbani incheka na nyomete moise kogo tina go nyomete aye makubiara nonye mama moibo nonye ng'ino mumuro ita gocha komenya mamuro ya matuka yonsi byo mumuro ya menyire ga hakuna kitu kama hiyo hapo. Mimi sikubaliani na huyo mwanamke hata kidogo, na huyo mwanaume amekaliwa already, amekaliwa.
Okay. Ni aamuke. Aache kulala. Aamuke. Shikilia hivyo Modesta, shikilia hivyo, bado narudi kwako. Wacha nipatie mtu anaitwa Aziza. Tafadhali naomba tutumie Kiswahili kidogo, sababu Aziza Precious anasema mbona huku Gakiruga ni Kikisii tu. Tuchanganye. Changanya. Mix it, put it, sukuma, itakuwa sawa. Thank you very much. Kelvin P4. Unmute your microphone na karibu sana. Hello my brother. Okay, asante sana kwa kunipea nafasi ili nami niweze kuyanena ama kuzungumza mawili matatu. Mimi ningependa kusema ya kwamba salimia watu ritanga ni muise ko etama etio ma etama etike gusi because she's now growing up. Salimia watu. Ajui mila zetu na desturi zetu. Sasa mwenye anaonekana kuwa sijui niseme ni tumbili. Oh, okay, sorry for that. Nimeona mmoja hapa, nimeona mwingine sijui ni Mobile TV, nimeona Modesta na Ameacha. Habari zenu dada zangu na kaka zangu? Mosobe. Salama sana. Ni Mosobe TV sio mobile. Oh, actually, I'm away from my phone, that's why. Okay, thank you. Nimeshukuru. Actually, nilikuwa na last the topic. Maybe kuna noise itakuwa hapa kidogo from my background, that's why. So kitu nilikuwa nasema, mimi nadhani huyu msichana, wacha nianze na huyu msichana, ni kama ana makosa nikiangalia sana, because huyu msichana maybe ajui desturi na mila zetu kama sisi wa Kisii. You know, sometimes sisi kama wa Kisii tunaelewa na tunajua you can't stay. Sasa huyu sasa si ni mimi ni kijana, siwezi nikaishi na mother in law the same house. It doesn't make sense. So how comes huyu mama na ni Mkisii, ametoka Kisii, imagine ameandamana na watoto, anaenda kuishi kwa kijana ambaye amechukua nini msichana wake. Sasa hata kama wakiendana ile kazi ya usiku, si atasikia huyu mwingine akilia? How does it make sense? Imagine wanatumia bafu moja, and what if huyu jamaa atoke kwa kazi aenda kuoga because amesoea pink na white na black, maybe ataenda apata machani huko kwa bafu, si atajua automatically hiyo ni ya mamake? Ni aibu ama si aibu? Kitu mimi ningeambia huyu kijana, because kitu ningeambia huyu kijana, already najua kuna amate ya huyu sasa, huyu mother in law wamejua ako Nairobi na anaishi kwa huyo msichana wake. You know, mimi kitu ya ningesema ningengoja mpaka usiku nitoke kwa kazi, nifarie my first na my boxer, ile time sasa tuko nini, nianze kumchapa nione kama atakimbia kwa living room. Mamaka akikuja akiniona nikiwa katika ile harakati, my friend, kesho yake hata simama hapo, ataambia msichana wake please nifanya nini, nirudishe Kisii. Mimi nitafanya hivyo because kama huyu mama akona akili timamu, akiona tukikimbizana hapo kwa nyumba niko na hiyo first na nini, atajua automatically ni kitu nimenyimwa. So atafanya nini? Ataambia msichana wake please let me, wacha nifanya nini, nirudishe. Hiyo kitu ndio ningeambia huyu nini. Kitu ya pili, huyu kijana ni kama amekaliwa. Mbona nasema amekaliwa? Because kufikia ya kwamba anamwambia haendi, anakaa hapa. So ni kama mimi nasema ni setup imetoka kwa huyu mama na msichana wake. Ni kama wanajua huyu kijana ako na pesa na wako na mahari kwingine, sasa wanataka kufanya nini? Kumfinya wamwache huko. Ni kama wamemtazama, kuna vile wamefanya nini, wamepiga hiyo setup.
Ndio maana huyu akafanya nini? Akahamisha vitu zake kwenda kuishi. Tu again, ukiona mama Mkisi akienda kuishi kwa kichana ambaye amemuolea, ametoa kitinini msichana wake kwake, huyo pipi ni tangatanga. Abana boli mwande koroka none ebitinge gosene bitinga, I don't know. Getinginya, I don't know gosene wanaitanga aje. Unafaa kumuita huyo sasa mama hiyo jina. Because unajua, to be honest, kama hata anakuja kunisalimia, si kwangu anakuja anaingia, hata kama ni town. Some people they misunderstand like, oh, hapa ni town, hakuna hizo mila, nothing can happen. My friend, kama ni tunaishi kwa town na unakuja kunisalimia, I have to go maybe to my friends because hapa ni town, nimekaa nimejua watu wawili watatu. Nitafanya nini? Nitaenda huko niwaambie hapana, mamangu anafanya nini? Anakuja kunitembelea. Utanipea kama room moja akae siku 2-3 ndio arudi Kisii? Because hata kaa kwangu. Na mnaelewa Nairobi. You know, sometimes utapata kama ile room yangu nimeenda nimenunua ile curtain ndio ina separate bedroom na living room. Maybe na kitchen because kama mko na gazi. So mtaleta kitambaa kingine mkate huyo mama yenu akaa huko. Hata akikaa akiweka miguu yake chini hivi ukinama unaangalia miguu ya mamako. Kuna kesi nyingine niliona YouTube. Msichana alienda akafanya hivyo, wakaishi pamoja na mamake, na huyu mamake akaanza kudai sasa huyu kijana mwenye amechukua nini msichana wake. And what if sasa utoke kwa kazi, mamako mwenye umeleta muishi na yeye wamelala bed moja na mzee wako, utaanza kulia ama utafanya nini? Utacheka. Sometimes we just like, I don't know how I gonna pull this. So mimi kitu nasema huyo kijana leo usiku amuache ile time yenye wanataka kufanya 1 2 3 ndiye amwase fita. Si ati anamuomba kitu, anamwasa fita. Ile akoma bwate rikene gyos. Amchape. Na asimpe ruhusa afarie nguo. Ile serious atoka kukuja living room akiwa hivyo. Na mimi nitamfuata immediately. Because huyu mama kama amekuwa amerara atakuja kuona what is happening. Akikuja akitupata hizo atarudi na atafunga. Because huyu msichana sasa atakimbia maybe kwenda kwa room yake kutafuta nini? Usaidizi. Akikimbia kwa ndoko na mimi nitamwacha. Sitaenda huko mimi sasa, nitamwacha tu aingie. Nadhani kesho yake huyu mama atapata jibu na ataenda Kisii. I'm very sure ataenda Kisii. Na msichana maybe atamfuata. Mimi niwaacha hapo niwaamie tu niwaambie okay, kama mnaishi hapa hata mimi kuacha nifanya nini? Nitafuta kwingine, niende nimwachie tu hapa sasa waishi na mama. Stress yako ngarata ngora mache ngole na nkorage ninyo kongorage mbale nganyo ametaka kumunyomba. Mbaka lilinga chibugati. Utole kongora. That it be. Okay. Hata mimi niliambia mamangu siwezi nikaishi na yeye nikiwa na hii umri yangu. At least nizeeke kidogo nikimalizana na mambo ya familia. Of course utaishi na yeye pamoja. Akae kwingine mimi nakaa kwingine. Ataamkia kutoka huko anakuja okay. Wakire wairire. That's it. Rudi kwako. Sasa ukitaka nikitoka kutoka huko na mamangu wako, maybe bibi yangu alikuwa amesoea nikikimbia orara bugata mancha. Ona kaingoji kwenye orara mancha mwana mama biaro chini. Wacha niachie Mosobe TV na yeye azungumza kidogo. Mimi hiyo ndio vipo yenye ningefanya kama ni mimi nafanyiwa hivyo. Shikilia hivyo. Kahambo favor nasema kwamba some women respect your marriages. Mi na wapea fair niwaambie rudi home. The skin channel leo nipatanisho ama ni nini? Please niambie nijue nipate kama mtu. Patanisho ni kesho tafadhali. Patanisho tunafanya kesho Wednesday. Sawa. Anaitwa nani? Kahambo Feifa anacheka kule. Kahambo Feifa anasema Kelvin Emily Achoki anacheka yeye Pado Chudi Odenyo
Kelvin kwani ni kesho? Well and good. What's it Nyaps before net Mosoba TV? Nyaps, fungua microphone. Karibu sana mtu wangu. Salimia watu naongea kwa mchadara. Nafasi kwako. Emi, unanipata? Nakupata. Karibu sana. Nakupata. Wanipata? Yes. Wacha nisalimie Masovet, Mondesta, Kevin na huyo kwani leo umechange China? Sijui Fayo Babes. Bahati mbio huyo jamaa. Wanipata? Tunakusikia. Nakusikia mtu wangu. Karibu, nafasi ni yako. Wasasi wengine jameni. Siwapatiange wasichana wao lispe kama salimia na urudi. Mambo ya kupepana na familia mzima kwenda kukaa huko si kitu mzuri. Hiyo jamaa acha ambie bibi yake angeresha huyo mama yake arudi ushago. Kama huyo bibi yake hata kubali wapambane na hali yao. Tu hapa hakuna respect. Venye Yake alisema hata ukianza kusoma katiba yako jameni. Hata ile sauti mazee unaweza shindwa kuitoa. So wacha tu ongeleshe bibi yake vizuri tu. Akikataa abang'anyira arabatigana. No otherwise. Kwani ate itaikara nzeru. Mapema mbi. Iko hivyo kurukutu. Okay. Mimi Nyaps, narudi kwako, ni kama network yako leo iko na screen shughuli hapo usiondoke. Kahambo favor kukulikunta. Umeamua tu uweke peupe kwa screen, yes. Kahambo favor ananiambia kesho mimi ndio nisiwasti pesa salon. Masoba TV, good vibes. Mama Chantel, Masoba TV, wewe ndio tunangojea tusikie maoni yako kama mwanaume. Masoba TV. Mambo vipi? Masoba. Yes. Basi yako hapa naongea. Oyobona roho chana kwa angalia babe ni. Maki. Kwanza nifunge mic yako kwa dakika. Yes, hivyo. Endelea kuongea pasi. Masoba TV sana karata hapa ndio 5 uso sasa wanangu uno mutata. Hello. How are you everyone? Good. Very good. Wacha niwapitie tu haraka. Majina yenu nitawasoma tu, ile mwenye naona. Mondesta, hello. Hi. Kelvin, hi. Haya. Niko salama bradangu. All right, nimeshukuru. And then kuna Dantel hata ya Mungu. Hii ni majina gani mama, hata naweka karibu hivi sio. Dantel mmoja. Bisa mwenyewe. How are you? I'm good. And of course my only one, my one and only Ameacha. Mambo. I'm fine. All right, my brother host, Deno.
Oh, yes. How are you today? I'm fine. I'm very happy today and I'm fine. Thank you very much. I'm also very much happy and humbled to have you. Umenileta kwa show. Pole sana, mnaona nikiangalia hivi juu, I'm watching game ya Leicester na West Ham actually. Sasa sisi wote tunafuatilia, we are just fans and we really appreciate and we see everything ambayo inaendelea. Niliona hapo Oscar akinyonga. Mambo imeharibika huku. Imeenda vile haikutakikana, but all in all wako Uingereza, sisi tuko hapa Kenya. Lazima tuendelee na tusukume gurudumu la maisha. Exactly. So back to the business of the day, ambayo ndio mjadala mkubwa. First of all, I apologize, I've been late for the show. Always mimi napenda sana kusikiliza kituo hiki and also kwa kuchangia sana kwa mada. Leo naona mada mko nayo inasema bibi yangu ameamsha familia yake yote, amehamisha familia yake yote kuja Nairobi, ameacha babake mzazi nyumbani. I am tired kuwalisha. Bibi yangu amehamisha familia yake yote kuja Nairobi, ameacha babake mzazi nyumbani. I am tired kuwalisha. All right. First of all, let me hug you as an African and as a man. Number one, lazima utasikia mbaya. Kwa nini nasema lazima utasikia mbaya? Of course, binadamu wote hawajapatiwa ile roho ya kuvumilia ama ya kuvumilia watu wengine, hasa wale watu ambao wamejazaliwa na wao. Utavumilia siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, but all of a sudden there are some things ambazo zina happen kwa nyumba ambazo wewe mwenyewe huwezi ukavumilia. Nimesikia maoni mawili matatu hapo kwa wale ambao walikuwa wanachangia, wanayosema ni ukweli, because in one way or the others we are all humans. And by the way, now as an African man, my house is my privacy. My house is my privacy. So anything that I do in that house, I should feel free. I should have my privacy. If at all my wife has to bring watu wake wa familia kwangu, they are not like wanakuja ku stay like forever, unless kama mimi niko na hiyo nyumba yangu ambayo niko nayo is like tuseme ni 5, 6, 4 bedroom. Unaona, like that one huwa tunakutana wapi? Kama ni sebureni, tunakutana sebureni, we share food hivyo tu, ama wakati tuko pale mezani tumeketi and then tunaongea 1 2 3. But mostly most nyumba nyingi sana ambazo zimejengwa siku hizi Nairobi. Talking of Nairobi, yule hustler wa chini kabisa, the only house anaweza ka afford kienda sana kabisa, haki ya Mungu, ni bed sitter. Tuseme bed sitter, hata sio differences ya bed sitter na even a single room. So the only thing iko pale ni, if at all anataka ku accommodate, it's either you look for a separate room, a separate and a different, far away from even the fruit wewe mwenyewe mnaishi. Tuko pamoja? Yes. That is now the fact as an African man. I argue now point on kwa upande wa tusema English man. Yeah, sometimes we do understand kwamba kuna culture, some cultures huwa haziwezi kubali, but in some other cases tunaona some other tribes actually hawajali vitu kama hizo. So unapata kwamba one or the way or the other watu wanaishi pamoja, they one. Kwa kabila zingine, mimi huwa tunashuhudia mambo mingi kwamba kuna tribes zingine ambazo hazina ile heshima kati ya mzazi na mwanawe. So they can stay together, they can do okay wherever. With that one we do not tukatai, hiyo ni kulingana na wao. But as a Kisi man, or rather as a man from a land that honors parents,
mtu uwezi ukakubali kufanya mambo kama haya. Hii italeta juki, italeta vitina, italeta hasara kwa nyumba. Jamaa analalamika kwa kweli. But if you go to some other countries, you can understand. But for now, tunaweka kulingana na ile situation ambao tuko sasa hivi. Otherwise, haya ni makubwa. Leo ni majanga makubwa sana. Jamaa sisemi ati amechoka kuwalisha tu. Food is nothing. There is something ambayo anafuatilia. So naunga huyu bro wangu ambaye amezungumza hapo, alisema ukweli. So sometimes tunataka ile privacy. Mimi kama African man siwezi kubali. Naomba nimalizie hapo kwa leo. Nikae backstage kidogo. Nafikiri nimeongea. Niko hapa anaitwa kumoseti networkera ne sense aya mosobeti bakaniga mpaka lilwe bwate nyombe bwati room 17 na mukuomera na living room araterenda akoroka nyamagoro osembe osalie mbeo gali ogere bintu ndoma ate gudo bile biologically wasalie mbeo sima omini abana bachakire koseka ngabo kai akwanda kabisa aya Kevin abana bakoseka Kiswahili sababu ya Aziza. Naomba Kiswahili tafadhali kwa sababu ya Aziza. Yeah, maybe upate okay, si hata okay, hata mamako basi huyo sasa mwenye unasema hapo. Akwenda kabisa yani. Kwenda. Hakuna mpaka ikae room kama 17, hata zingine zikaa hapo tu. No. Kama ni okay, akisema aleta sister zake, it brings sense. Unajua mimi nikiishi na mamangu mzazi kwa nyumba moja, hakuna shida. Sasa mother in law penye umetoa pipi, you know, kwanza na ndara atega Nairobi. Umetaka kwanza aanze kurudi hapo. No, akikuja huko Nairobi, you know, sometimes okay, let me tell you the truth. Sometimes atakuja Nairobi aone vile maybe nimeweka huyu bibi yangu, vile namlisha, vile namfalisha kama nguo, everything. I'm so responsible on that. Sasa upate maybe my earnings ziko juu kabisa. Sasa huyu mwanamke, sasa huyu mamangu, sasa I mean like mother in law, atakuwa na that negativity, aseme like kumbe hao watoto walikuwa na pesa, ndio maana nilikuwa nawapigia simu wanasema hawana pesa, like wako na pesa. Enda amwamweli waradi. Hata kama ataenda Kisii basi ataenda na that negativity like watu wako na pesa, maybe hata nikiwaomba ndio maana like afanye nini hawataka kunipea. Wacha akae Kisii. Mimi kwangu na mother in law no. Hata mamangu mzazi hapana. Maybe nikizeeka kabisa nikimaliza mambo na watoto nitamkubalia kuja but kwa nyumba yake tu. But saizi no. Because kuna vitu zingine atakuja hapa aanze kunilimit. Wacha mbona anatoroka bwanake? Mbona anatoroka bwanake? Mbona anatoroka bwanake? Sasa anakuja. Hivyo ni kama anataka huyo kijana anaitwa aje? Huyo kijana. Kuna kitu kingine niliwatch kwa YouTube niliwaambia. Msichana akaleta wakaishi na mamake, over Satan huyu kijana mwenye ameoa msichana wake akampata tu amelala na mamake kwa kitanda moja. Sasa utaanza kulia. Kitu ya kwanza ni wewe ulimletea bibi, ulimwongezea bibi mwingine. That's why I'm saying, you know, mbona ache bwanake kushago akuje kukalisha matako huko Nairobi. Wacha arudi kwa bwanake, awachane na huyo saniniro wake, wakae na bibi yake. Awapatie amani. Sasa hata huyu msichana yako kama ni mwenda wazimu anakuja kuleta expenses Nairobi. Hata hivyo unajua, kwa hivyo hamtaki wazazi wenu watembelee. Kijana amesema kijana amesema warudishe tu, utafanya nini? Nitawasupport. You know, but huyu hataki.
Utaki mzazi wako kutembelea? Acha nikuambie Masovet, it's like Nijibu this. tu. Unajua tukiwa mimi wewe, sometimes kuna venye wanafaanga sijui nini. Sasa maada akikuja itabidi sasa nianze kufaa maorombororo na chini. Hapa atakuwa ameharibu yani like everything. Yani kila kitu kabisa. Bibi yangu akijua natoka kazi na kuja, maybe nitakuja nimpata ako na ile pajamas yenye naangalia tu hivi like inanifanya namwambia okay baby, hebu nichukulie hii koti kwenda kwa room na mfuata immediate. Sasa imagine huyu madam atakuwa anashinda tu kwa nyumba. Na mimi nilikuwa nazoea nikitoka kazi kuna kitu tapewa saa 6 kama lunch. Sasa atakuwa napewa mchana na hapo kwa nyumba. Hapana, sasa wataanza kunilimit mpaka jioni. Na kuhag. Na kuhagi vizuri na kupatia mumchu. Hatujakataa wazazi kukuja kututembelea. You know? Hatujakataa. But akuje kwani hata akae siku mbili tatu tu. Na hiyo tatu maybe ni mvua ilinyesha ikamfanya hakuenda. Ama nguo zake hazikukauka. Transport nembora ngo anamugerie kiombe. Ngo anamu sena one kiombe aende gusia aende. Kai. Monene tata. By the way, okay, mamangu mwenyewe hata okay, mamangu aweze akafanya hizo vitu. I remember it was a ceremony and nilikuwa naenda somewhere. Sasa kuenda somewhere mamangu ingefaa kuja kutoka Kisii because mimi nilikuwa Nairobi by the time na sistangu alikuwa Nairobi. Na hiyo function ingefanyika kwa sistangu before nifanye nini nitoke. You know what? Na hiyo siku ya nilikuwa natoka on Sunday saa 4. Si mamangu alitoka usiku Saturday usiku. Akafika Nairobi saa 11. Hata sistangu alimwambia tu hapa Nairobi aende kwake tu ndani tukule tufanye 1 2 3 tuende. Hakuenda. Ikabidi wakakaa huko nje. Mpaka sistangu akaenda kutafuta nyumba nyingine. Tukafanya nini? Tukaenda tukakaa huko tukafanyia ceremony yetu tukamaliza. That's it. Na hiyo time mzee wako hakukua. Ni vile tu alikuwa na date. Walikuwa na date na walikuwa anaishi Nairobi. Huyo kijana hajakuja nyumbani kwetu up to now hajakuja. But wamezaa na sistangu watoto wawili. Mbona mamangu hakuenda huko? You know, sometimes like kuna zile desturi zetu. Unaona ngorara muamuse kwa mito pi completely. Si hata desturi nani? Yaani hata kama sister in law. Hata mimi nakumbukanga kuna siku nyingine hapo sister in law alikujanga kwa nyumba yetu. Mali tulikuwa tunaishi na my husband. Kulikuwa na graduation ya kijana yake. Imagine my husband alitoka kwa nyumba akaenda ushago. Akaachia sister yake tukuje kukaa naye siku 2-3. Penye sister yake alienda na yeye akakuja Nairobi. So mambo ya mnasema eti mother in law hiyo nayo ni ngumu sana. Ni ngumu. Yeah. Hata unashindwa sometimes vitu vinde tu hapa. Na nani aongee? Sisi tumekula maneno sana. Mpenda amani. Mbona yeye aongee? Yeah, jua kurukutu hayuko kwa studio. Kevin tata ni lazima wake. Mpenda amani roho. Yes. Yeah? Ni lazima wali. Gente kila. Entonces me trae que mi yake hiyo. Aya masawa tisiri ndekia bwana. Bwana okay. My friend. Ngikemo museli tobo. Tyakoje kokwa ya bono igani. Siku lituko montata kole kwere ndata chweligu ndiye mbura yo mwage gochelie kugwana. Lakini elia nyerera none chiku na bachiko be kuri tukwe. Mwafule mondate negesie. Akike fili wacha nani aongee. Masawa eti wacha mpenda na amani aongee. Mpenda amani aongee. Habari zenu? Nzuri. Mnanipata? Yeah. Weka kamera wewe mpenda amani.
Ngoja niongee, nitafungua kamera. Ama wewe ni ile wa Si sura ufungue personal? tu ongea tukiona. Unajua sura personal wawekangi sura kwa screen. Ashalala anaongea akiwa bed. Yeah, nimefurahia kujoin. It's my first time I've been watching Kurumagali. Na kuanga nikiwatch, lakini nimefurahia kujoin pamoja huko. Karibu. Karibu sana. Nashukuru. Nchibona sina mengi, by the way, ni debate imenifurahisha huko nchira Kelvin yakare gocha nabo katiganda swanda bache Peke maana yote. Na makazi nipo yote. Ukweli nisema. Lakini naweza sema anaongea ukweli, kwa sababu kama mwanamke mwenye uko na akili huwezi hamisha mama yako kwa nyumbani ukamleta ukakae na yeye na ako na bwanake. Hiyo picture peke yake inaonyesha like unataka nini sasa, ulimleta afanye nini? Kwa sababu mi hata sisemi mambo na ati sasa unawalisha. Kama ni chakula unaweza ukamtumia chakula, unaweza ukampia chakula kama ndio anaona. But pia heshima ni kitu cha muhimu. First, mwanamke uheshimu ndoa yako. Wazazi wako waheshimu ndoa yako. And sometimes I told you like you can't do this, okay? Wewe endelea. Huyu nimemfunga. Yeah, ndo niseme venye Kelvin amesema ni nyumbani ebe nene ni tware chirumu 20. Mama tarachicha amenyorororioka atigite mugako esobo. Kuzinsobo ndate gusininka. Ya kama nikuja atembee kwa siku moja mbili, nice, arudi nyumbani. But kukaa like wiki moja mbili tatu, hata si ile ya kukuja akae wiki moja, ile kuzoea like mzazi anakuja every time, kila wakati tu anakuja, inakosesha hata heshima kati yako na bwanako, ama huyo bwanako na mama yako, heshima inakosa hapo katikati. So si lazima mama yako au anakuja kila wakati, ama anakuja anakaa wiki moja. And most I can blame maybe mwanamke, kwa sababu unaweza pata ni mwanamke ndiye amemwinvite, amekuja amekaa hapo. Sasa huyu mwanamke ndiye anafanya hii ndoa yake tu iwe ile ya nini kila wakati, kukosana, kupigiana kelele, mamaka amekuja kufanya nini hapa. Sasa kutaka ukae kwenye ndoa ya amani na umeona maybe ukileta mama inakuwa shida, achana mamaka akae kwake na wewe uendelee na ndoa yako. Hiyo tu ndio heshima idumu. Kabla tufikirie ati anakula ati unawalisha unafanya nini, aheshimu ndoa yako. Kama ni mimi nimeoleka, mama yangu aheshimu ndoa yangu. Onya na abasokire na mote inana kini nchoba erega wiki. Unomongi ngaini akonte umano ye wasarikiro moto. Yeah, I can just say like that. Hapa mwenye diri hapa ni mwanamke. Anataka kurevenge. Boss Babake amepaki pale nyumbani hapo. Yeye ndiye anazipikia, anafanyia kila kitu. Nataka babaka at least ateseke because alikuwa na wachapanga na usiku wanaenda wanahangaika wanalala kwa baridi. So she wants to revenge. And that's the purpose. Anataka watoto wote, wandugu zake na sista zake, akaleta na mamake, akapata babake peke yake. Kukurukonto. Unajua before uplan kufanya revenge, kaa chini ufikirie results za hizi revenge zitakuwa zipi. Umemfanyia revenge, umeleta mamaka amekaa hapa, but kukaa na yeye hapa hivi, after kukaa na yeye ni nini itatokea hapo katikati? Lazima mtakosana na mume wako, na kukosana kwako na mume wako, ama kama ni mimi nimekosana na mume wangu, kusolve hapa hivi inaweza kuwa ni shida. Ni
kwa dad, but hapa hivi katikati pia nimefanya tumekosana na mume wangu. So revenge si solution. Kwa wakati ule yenye amepita yameshapita. Tunaambiwa usiache ya kale yawe ni prison ya future yako. Unaweza ukarevenge hii, but kwa hii ndoa yako ikae ni ndoa yenye haitakuwa na amani. So kama ni wazazi wako walikuwa wanasumbuana pale, waachane. Umeingia kwa ndoa yako, let your marriage be a very beautiful marriage yenye hata mtu anaona anasema this is a good example ya ndoa. So revenge si poa. It's like another story. Mume anaambia mke, wazazi wako wanakuja, tengeneza chakula. Hataki. Mume anamwambia, leo wazazi wangu wanakuja, nimewaalika hapa, uandae chakula kizuri. Mwanamke anakaa na kisirani. Kidogo tu hakuwa amejiandaa, anapata ni wazazi wake wameingia. So kukaa kwa ndoa ni kuelewana na kujua chenye unafanya pale. So revenge si solution kwa hiyo nini? Ni kumove na maisha yake, achane na wazazi wake. Emily Achoki anasema, what if the wife is the breadwinner of the entire family? Being a ninashangaa. Kukuwa breadwinner haimaanishi uhamishe mamako umlete kwenu. Support the family where you can, but si uihamishe kuja kwako. Na kama mume wako anaelewa you are the breadwinner na anajua vizuri sana na anaona anaweza kukusupport ama venye unajikaza na unaweza wa support, au hakutakuwa na shida, ila usimlete umweke kwako, as long as you give them support back home. Okay. Anaitwa Victor, I'm following among the seven kind of hectic, but let that not be the reason to bring my family to my house. Victor anasema kwamba I'm following among the seven right before I did check. Thank you very much. End of the video. Story anasema kwamba hi watu wangu, happy to hear from you. No way, mother-in-law can stay at my location unless emergency. Msobe TV, subscribe to my channel, my friends at Msobe TV. Wale watu ambao hawajasubscribe Msobe TV, kimaliza hapa baada YouTube andika Msobe TV, subscribe. Sipo mingi, tutasema zile mingi, but leta nirudi hapa tena. Kina Modesta kwa Msobe TV na nini na General mpendamano mjibu swali lake Emily Achoki. Wacha ni Modesta ndio nenda kwa kile kipo. Okay. What if even before sema ama uende kama utafuta utaenda na Dennis na dada zangu wenye wako and what if sasa huyu kijana ambie huyu mke amwambie okay, kama nini anataka wacha sasa niende nileta mamangu pia tukaa hapa sote pamoja, asikie vile atamjibu. Yeah, nitamwambia okay, sasa because ni kama mimi nitamuapproach mzuri hivi before nianze ile ya kumkimbiza. Nilisema mimi namuapproach na muambie okay my dear, naona ni mzuri vile tunakaa hapa nyumba na mother-in-law, naona at least anatuchungia hata mtoto tunakimbia kazi. Si hata tulete mamangu basi na watoto wetu wakuje wakaa hapa Nairobi tuwasomeshe pamoja. Nisikie reaction yake. Hapo ndio utajua kuna deal imeundwa. So kuna ile approach sasa utamuapproach mdogo tu ndio kumsoma. Mimi nitamwambia waje na mimi nileta mamangu mzazi na ndugu zangu tukuje tufanye nini, tuishi hapa pamoja sote. Ataanza kukuambia tutawalisha tu. Okay, kama ukiniambia kuwalisha basi na hata huyu akona burden. Ama kitu ya tatu, machipu ya tatu, mimi nitongoje ile vile chakula imeletwa. Of course si mzuri kupigana wakati chakula iko. Unaanza kucomplain mbele ya huyu nini, but you use variables. Huyu mama asijue, but yeye mwenyewe atasema like utaanza kutumia variables, you know.
Mimi sitakuja hata nipate viatu hapo kutoka kwa livi hapo kwa mrango ni okay, mbona sasa hivi viatu ziko chavu hapa mnaweka vitu kama hizo. Atasema oh my god, kumbe ni mimi nimeleta hizi zote hapa. Because hata yeye akajua maybe hao watu walikuwa mzuri bila nimekuja hapa hii ugomvi imekuja. Yeah, because utaanza kusema hivyo. Sasa huyu mama kuna akili ataenda ataita huyu msichana wake amuulizie, oh, wakati there before mmewahi pigana mzee wako, mmewahi gombana? Atamwambia hapana, because kama sijawahi. Huyu sasa ataanza kujiulizia, mbona nowadays wakati nimekuja hapa, you know, nitaanza hata kumgombanisha kitu yenye hakuna. Hata yeye mwenyewe atasema like, huyu hakuwa ananigombanisha before mamangu akuja hapa, why mbona live yake. Nikirudi kwa ile yenye mnasema ati ni breadwinner, let me tell you the truth. Watu wengine hapa tunajigamba like tunaweza. Hata kama hana pesa kuna penya naone rasi irete. Let me tell you the truth. Wacha siku moja huyo mwenye unasema like hana pesa, wewe ndio uko nazo unamlisha kila kitu, wacha kuondokea katika maisha yako for 1 month or 2 months, ndio utajua umuhimu wa huyu mtu. I did it and I experienced that. Nyumba ni yangu, but hata kiberiti penye kiko sikuwa najua ni nyumba ni yangu, but kiberiti penye kiko sijui, chumvi sijui. Si huyu sasa alikuwa anasaidia, alikuwa anajua chumvi anaweka hapa, kiberiti anajua hapa. Alikuwa na umuhimu kwa nyumba ama hakuwa nayo? Alikuwa nayo. Again, kama tuko na watoto ndio hawa kwa hapa. Instead na wachukua daycare, nilipe pesa huko, watoto wachungu ni waendeo jioni. Si atakuwa because ana kazi ni kunifulia nguo na kukaa na mtoto. Tunaona hizo pesa ningechukua kwa daycare zimesaidia nini place zingine hapo. Okay, sasa breadwinner yako ni gani? Hakuna breadwinner in life, my friend. That's why your maana you guys you get married. Tusaidiane kimawazo. But hiyo mambo ya breadwinner, awacha akwenda pesa zake na mama yake waishi kwingine, mimi wacha niame nianze hata mchengo. Mungu ataniinua kutoka huko. But si waanze kuniletea vitu kama hizo. Hapana. Akioko wechi. Bono no nyema mu mintomo oibono ulete. Na kiona ako una ya eba akamenyete akitokomenyete na renyo mara kitu. Oi no mugira. Kwenda kabisa yani. No. Oi afuna magira kwa baba. Kisumu mtengo. Una magira kwa Masobe. Ukweli. Unajua? Abaire baba. Yake ntegine kebe akwenda kabisa. Umuro yagambe taye gapunyi weto nyagambire. Utato no monto mokongwe. Akwenda kabisa. Egento na nyoka. Jendo komenda kunda tebe nga. Manya. Umusubadi odigaga ndale ngere. Tafadhali. Ay kurukuntu mangaro kontenga na sumoire ndende corona. Kitu ina ya. Naro jine mesake ngoliga kya konte. Kana atu mo egoro ngatu mo mo pa te konte bo. Okay. What? Ndio kora amire. Okay, sasa kidogo. Ndio kora amire. Okay. Mondo tara ametia hapa boy. Emily asikia anataka hapo nje. Aziza pressure. Kwa Western Kenya nasema kwamba najua kisi akisema hapana ni no. Anaitwa Enoch anasema kwamba I said that Kelvin is yes or night. Yeye amesupport. So hili kwamba kama hivi wapi nikuje tukunye Memera. Mwambie namba si ndio hiyo nimepeana hapo. Atapata tu. Mimi nimewekewa hapa kwa kikombe tu ndio na Emily at Emily atok inakia boy hapa. Tena kesho hivi leo tutakuwa hapa patanisho. Leo sitawaambia yule mwenye alikuwa single, yule msichana alikuwa single aliendanga. Nimepaki na kijana ambaye ndio nimepaki na vijana ndio kijana alienda, nimepaki na kijana mmoja alienda, msichana alienda. So nimepaki na kijana mmoja bado hajapata mtu.
tutasema hayo baadaye. Lakini wacha niingie hapa tena, tuingie kwa topic hii, tuone vile tunasaidiana. Sawa sawa. Modesta, nimechukua nafasi kutoka kwako, nilitaka nirudishe. Kama utaongezea, usipoongezea tupatane kwake Mosobeti, Eminyabs, Mpenda na Dantel mmoja. I think around 12 years ago, I had a situation. I was married, but it didn't go well. Umugaka akabiki urambago, akagenda Mombasa ukaregas. Tukaigwana akagenda situ ngachikonyorera umwana. Karna nyora umwana musacha akaleta umutu. Kabugori umwana akagenda kamenya na makobiara. Abole tinga wakomenya na mama buna aibana muka mama. Wana numugako ya chabori mukungu ori ngabono kwandete iru mukungu amangana itago chakugenda bwi. Teri go chikukoreragi. Mukungu itigara ngakyao karangina ira na usina abana bamwabo batiga numugako ena abana bai. Mugako ina chamutame igamnandigere. Ngumutamari. Lakini data mamu tigira abana ai muki abana bai agenda nabo. Umwisikera nya gutanga na ngina na bamwabo. Aina arana bwate igo makeigo hivyo. Mosobeti TV nimerudi kwako, naomba tumie Kiswahili kwa sababu ya wengine Kisii imekuwa ngumu. Kwa tafadhali Kifaransa nasema sasa, hii Kifaransa ama Kiromani tafadhali azisha na yes Mosobeti. Sasa kwa upande wangu tena upande mwingine wacha wazazi wakuje tu watembee, tutembelee, tunawakaribisha. Actually most of them ni kama hata hawajai toka kule ushago, so it could be a good opportunity for them to be right in the city with us. So let's enjoy them, let's appreciate them with one act, tuwakaribishe kwetu ikiwezekana hata kama wakiishi kama wiki moja, because I believe it's one thing in a lifetime. After all, kama wakikuja tu, you are capable, Mungu amekubariki, uko na hela nzuri, take them, let them stay even a full month, let them enjoy this life. Saa zingine they sacrificed a lot kutuweka ili life ikuje pande. But if one of the parties kwa hiyo nyumba natumia that one as an advantage, then let them know that they are not doing the right thing. So the fact will remain like these are our parents, no matter whether they are from the boy child or rather from the girl child side. Both of them, we have to appreciate them as our parents. And kama tumebarikiwa tu, waje tu tutembelee huku mahali tupo, they experience the good things, they experience the technologies that we use nowadays, and ikiwezekana wapeleke even some sites waone, take them to the national parks waone vitu kama hizo. So to the positive side, let them come, let them enjoy the life that we are living, let them eat our sweat, because wao ndio wameweza tukafika pale. Number 2, do not encourage them to stay longer than. Waishi kidogo tu, mwambie sasa endeni nyumbani mkaangalie nini vitu zingine ambazo mliwacha pale, because life must continue. Life has to continue. So we have to accept both sides, both sides of the coin, head and the tail. Balance 50-50 on the head and then 50 on the tail. After all, my good friends, I want to appreciate you. Thank you for watching. Thank you for taking your time. But please, show me some favor. Subscribe to my channel. Tufike hata 100. Leo tu tufike hata 100. Tuko 60, 61. Only 42. Tufike tu. Mkiwa hapo mkinisaidia 111 to subscribe tu kwa Mosobeti TV. Tutakuwa tumesaidia. Otherwise, thank you. See you tomorrow. Thank you, Dennis. Back to you. Enda wapi? People Haya Mosobeti. Mosobeti usilale. Hata mimi niko na usingizi, yani na usingizi kana nipeleka bati. Wote nikuulize. Obe, kurukutu ni nani? Ni siri mimi. Next. Kina
Acha usingizi kamenishikashika by the way. Nile tu tunamkanga asubuhi. Amuka, ukiongea kama umelala nayo be assured hapa hakuna kenye utaendelea. Keti kama vile nimeketi hata mimi hivi. Uongee ndio utalala. Nakwambia hizi kazi zenye tunafanyanga na kulala late na kuamka mapema, don't choke. Okay. Kitu nilikuwa nakuuliza ni umesema vizuri eti wacha msasi akuja ajienjoy 2 weeks 1 month. Sasa kama sijakwambia kama mke wako, nikwambie my mom is coming. Wewe umeshtukia tu, wala mamangu ndo huyo na misigo yote. Yaani na my siblings ndio hao. Utakubali? Utakubali? Swali umeuliza nani mimi? Wewe. Juu unajua ni kama hii swali huyo bibi ya huyo ni kama hakuambia bwanake eti mamaka anatoka ushago. Unaona? Hapo ndio kuna issue. Sasa wewe ndio nakuuliza hivi. Umesema ni vizuri wasasi watutembelee kutoka ushago once a while, wakae 2 weeks ama 1 week kama you are capable. Wachukue hizo mamusiamu nini, watembeze Uhuru Park nini, what and what. Sasa hizo vitu nimesipangia kwa kichwa yangu, sija kuinform like my husband, nikwambie my mom is coming. Ushtukie tu mamangu ndo huyo with my siblings. Ndio kwa nyumba. What will you do? Okay, right. That is a good question, Amy Nyaps. After all yashamwagika, shafika. Sasa huwezi kuwarudisha nyumbani. What is there? Okay, let them stay. Waishi vile wanataka. Nimesema kama uko na uwezo, let them stay. At the end wakienda now, sit down with your wife. Ask her, what was the meaning of that one? I was not aware that your parents were coming. So that next time, if you do this, I won't allow that. Nanipata? You can't just them away. Yes, wamefika pale, pengine kuna kauchungu anataka kutolea hapo. All right, as a humble man, or kama as an African man, waacha wakuje tu. Ni sawa wamekuja, sitawafukuza. Watakuwa wanaona kuna katabia kanaendelea hapa na namtaki kukaonyesha. Naona. So the best thing you do, let them come. Wewe walete tu. Let them stay. Cheka pamoja, tuta share nice moments with them. But at the end, at back of my mind, lazima nitakuketisha chini nikuambie kama hivi ndio vitu utafanya. Pia box wapi? Kwenu. What is the fact? Mimi Nyaps hatuwezi badilisha. Masovet, nikukate kidogo but I'm sorry. Unajua si huyu sasa hataki kwenda. Okay, nikiwastukia wamekuja, mimi sitawarudisha. You know? Sasa si nimetoka kazi nimewapata. But sijui kama sasa watakuwa kwa nyumbangu, hiyo ndio kitu mbaya kwanza. But nikuje niwapata aniambie okay, mamangu alikuja na my sisters wako huko chini kwa mama Karo ama mama what vile wanaitana hapo Nairobi, si ndio? Ndasema ni sawa. Sasa kesho yake siku ya pili ya tatu ikisidi ya 4 nitamchukua sasa nimwambie okay baby, you know what? I need to take you somewhere. Sasa namchukua town. Niende tuanze kufanya shopping, nimwambie situfanyie shopping mama Rea atelemuke kwenda Kisii, nisikie vile ataniambia. Sitangojea mpaka hiyo nini. Mimi namchukua tumfanyie shopping arudi Kisii. Another thing, sijasema okay, umesema point mzuri by the way. Kama tuko if you are financially stable, but hiyo jina ni ngumu. But kama uko na kifedha ile kidogo unasema like maybe utawatembeza kidogo, sijakataa. But hii ni kitu yenye tunapanga kama familia. Nikuambie okay, this month tulipata pesa mzuri baby. Can we invite our parents? Okay, or tutaanzia na wazazi wako kwanza, tuwachukue somewhere, si ndio? Sasa nikiwachukua kama hapo ni Mombasa, tutalala pamoja. Si kila mtu atapewa room yake tu ya kunini. Kesho tunapatana hapo, tunaanza activity ya kesho, hivyo tu. Kila mtu anafanya nini? Hiyo ni mzuri. Our point actually vile tumesema hivi, hatujasema like hatuwapendi wazazi wetu, wote ni wetu. But shida ni kukuja kukaa
na your son mwenye amechukua bibi nini your daughter kwenda kuishi kwa boma yake pamoja. Hiyo ndio shida ambayo tulikuwa tunafanya nini, tunakataa. Na kitu ya pili, marriage actually is all about communication. You guys, the two of you need to sit down, mkae mzungumuze na muelewane. Si vile huyu mwanadada alichukua jukumu yeye, maybe ni kama akona kifuri, sasa akasema nindata kochia lichale linkiniroche bwana litangake. Itukeli my friend ngo anansi ndiye bintu biribire Nairobi town igali gose muguoka bakoro gose naki goche ngwati mbaya iko bana ngendo kerororo, everything you do just involve me, like uniambie babe we want to tufanye hivi na hivi. Mama yangu atakuja hapa kama wiki moja hivi, na mimi kama mtu nitakuwa nimejipanga kifedha, like atakuja akule hivi na hivi, hata tumtafutie mahali pa kurara, but si kwa nyumba yetu. Hiyo ndio shida. Hivyo ndio nimemaliza mimi. Okay, Derain kwamboka. Hai, karibu. Okay, so so mi kumalizia, ningeambia huyo dadangu by the way alifanya big mistake. Junior alipanga hiyo mambo, mamaka atoke ushago na siblings wao kukuja bila kuinform husband wake. By the way, kama mumeona inafaa mkae tu chini muelewane, muongee na your husband, mwambie my mom is coming to sisters. Na si tunapebana na watu wote, watoto wote. Angekuja tu yeye peke yake awasalimie na arudi, ama akuje na mtoto mmoja hivyo tu akae hata wiki moja, wiki mbili na arudi. Si kupepana na shule yote kutoka ushago. Na you know siku hizi haki hata siku hizi hakuna pesa kurukutu. Siku hizi heart is hard. Siku hizi hata hiyo mambo ya stable sijui nini hakuna. Hata watu wa ofisi saa hii wanalia. Kila mtu wacha apambane na hali yake saa hii mahali imefika. Although tunapenda wazazi wetu but hapo kwa huyo msichana alifanya vibaya, but huyo sanini wacha tu avumilie. Mama akaekae achienjoy akarudi kwake. Na hiyo mambo ya revenge, unalivenji aje? Kwani kuleta mamako, kutoa mamako ushago kuja Nairobi hiyo ni revenge? Si angeenda basi awakombolee nyumba. Babako kitu cha kwanza na revenge, umerevenge babako, atakuja Nairobi anakula sukuma. Kitu cha pili, babako anajipikia, anajioshea vyombo, anajifanyia kila kitu, so hiyo ni revenge. Huo ni wazimu, hapa hakuna revenge hapo. Achunge sana ndoa yake isiharibike. Mchakaki toroni wote, mimi hata nataka kulala kaki. Ninyi endelea na mchadara. Okay. No, a parent is a parent. Yes. Hata akwe aje. Sisi hata wewe venye uko hivyo. Hebu niambie hapa ndani hakuna mtu aliyeitandikwa na baba yake hadi akaona si baba yake tena. But you can't take revenge. A parent is a parent. To chaya iso ati alikuwa anadharau mama yako, alikuwa anawatandika, unahamisha mama yako kutoka ushago unamleta Nairobi na ndugu zako na sister zako, mkuje kukaa kwa nyumba yenu hapo, wache baba yako akikula sukuma nyumbani. Hizo ni laana. Huku eragere likoroje, baadaye unakuja kuuliza kwani nilifanya makosa, nilifanya wapi? Ask yourself. Hizo ni laana. Bado huyo mwanamke anaendelea kujilaani yeye mwenyewe. So laana ziende mpaka kwa hao ndugu zake wenye wanakaa na yeye.
sababu hata wao wanafaa kufikiria tunakaa hadi kwa sister yetu badala tuende nyumbani, tunafanya nini hapa? Wako na hiyo authority ya kuambia huyu sister hao wacha sisi tuende na mama yetu nyumbani, wae wapeleke mama yao nyumbani. So, ni hivyo. Nimeshukuru kukaa na nyinyi hapa kwa hiyo mjadala. Hata mimi naepa, nataka kulala. Mimi kwanza penda amani aongee. Penda amani azungumze. Amani. My phone imefika 3%. Yes. Yes, penda amani ile kibuza karibu sana. Yeah, I think wenzangu wameongea mambo mazuri na ya kuelimisha. Tunasema naheshimu maoni ya kila mmoja, so naweza na kwa brief kusema mwanamke mzuri ni yule anajenga familia yake, ila si yule anaibomoa kwa mikono yake miwili. Oh yes. So ukitaka wazazi wakuje, first kaa na mume wako. Unajua communication, understanding ni kitu ya muhimu kwa familia. Kaa na mume wako, mwambie nahitaji wazazi wangu waje, tufanye aje. Nahitaji mama yangu aje, nifanyeje. Alafu mkishaongea na yeye, mkipata jibu, ita huyo mama yako akuje, akawasalimie na akarudi. But hiyo ya kuleta mama bila mzee kujua, hiyo ni kuvunja ndoa yako kwa mikono yako miwili, na ni kuonyesha kuwa heshima kwa mama wako imekosa, kwa sababu ni kama umemwona afai. Sasa una ile majukumu ya kufanya whatever you want to do. So above all, kwa marriage, acha watu wawe na heshima, na ukijua pia heshima utakayokuwa na hii kwa ndoa yako, vile utakavyokuwa na mpangilio mzuri kwa hii ndoa yako, ndo ndoa yako itakuwa nzuri. But ukiendelea kuivunja na mikono yako miwili, usije ukasema ni maneno ama ni mzazi alifanya. No, tujiheshimu kama wanawake na tujue lile ambalo tunafaa kufanya kwa ndoa zetu. Hilo ndilo ningependa kusema. Ya, mbarikiwe. Sana. Welcome kila mgeni amekaribishwa. Niruhusu ingie kwake kupiga P4 atupatie the last word. Victor anasema kwamba I promise to support the situation for bundles punde tu ikilipa mshahara. We learning a lot. Mosese mogo tikeke. Mona. Saberanie minto I can see the plate numbers. Thank you very much. Welcome. Smart Choka TV. Smart Choka. Kelvin. Smart Choka. Nako ya mwisho. Tunapoenda kuondoka hapa na shukuru sana. My brother Kukurukuru. Hey. Unajua sometimes wacha hata huyu mama afikirie because ako na watoto na hata bana bamura. Hata yeye wacha tu afikirie. Munangi na biara bono mumroyo bono yore kora ya ene era bakamete no mwana wa Nairobi. Atasikia aje? Again, because sasa huyu mama amekuja before, yani mimi sijaambiwa, mimi nakuja tukule tumalize limara kwa balendo nya kugamba na mama byara mesaga lakini jetingura ambanera dimbwa mangana gamina mama byana ndi ndo yose nintene no chita kai komi ngomo boli kai mbuya kwaru gusi na kirende gwata mubaso kanoiga njira bongo mochaka liyo kama boli byore bya gwatika abande na kwana rende gwata mubaso kanoiga. Maybe huyu mama ajui, ni kama amepangwa na huyu na mtoto wake. Na akafikiria hata mimi niko na hiyo taarifa. Sasa mimi nitakuja nimsalimie tukule tumalize mzuri. Nitunya kuitaka amba karende tutaya na korara. Nembuku ndani yane ye maiko mvolkai. Enda kirene mama kwa rugusigara mubasukano.
Usema nongo kitu ikware ko ngo muboli kai mumromi no waje kwani kitu wetra ni ga ko timatu busi ande biya go se nyabonyo de ingiche iga warari bana ko ruga abana ningole ta nyabonyi immediately mboli nyabonyi kai na kibono ko rusimama na no mu amaskani otari bonte bi na kibono rendere iga nyiguna kyago soka gali immediately kai. Hiyo ndio ningesema. Nikimalizia nianze kutoka kwa familia ya huyu kijana. Actually let us respect each other kwa marriage. Neme sigo ya itoti ya toimukirani. Na saidi ya yote let us communicate. Na wasichana mkiolewa na mkigundua huyu mzee wako ako na weakness, don't take advantage of hiyo mzee wako useme like oneri charaba nitamote ikende like ako hivyo like you know. Kuna wale ambao wako wapole ambao hawajui like hata kupepa nini kiboko ya kukuchapa. So anasema ni bibi yangu tu amefanya. Ako tu hivyo. Ni bibi yangu ameongea. Ako tu hivyo. Na ukipata mtu kama huyu, don't take that hiyo nafasi to be granted actually, you know. Na usianze kuimade uanze kumdharau si nini, uanze ku everything you want to do unataka kufanya kwa mikono yako bila hata kumjulisha ama kumwambia. Ni vibaya sana. You know? Na saidi ya yote waje tupende wazazi wetu. Either yule ambaye amenizaa na penye nimetoa huyu bibi yangu. And I have to respect them of the highest order because hawa ndio walifanya kazi mzuri nikapate mbugu daniego. Correct? Oyongota you are beautiful. Oyokuonga kile yange buzz. Correct? So lazima niwapende. Na yeye huyu mwenye anakuja lazima apende wazazi wangu because wao ndio walinizaa, wakanilea, ndipoza akanipata nikiwa na hiyo nini. So lazima tuwapende both sides. But hii tabia nyingine ambayo inachibuka, wazazi wengine mbaro babu gata chinaro. Tia bato sikena barabu na kiti abasika abana bali babanyuomerete. Omaya nati oyuno mwana onyomerete kuna ile boundary. Kwa hiyo kaba mama byara kila ritu ko nesi oh mwana pe kigara tinda kana mbatu wakira simu but kuna yule ambaye anakupigia mara kwa mara maybe kukuambia shida. Nataka hii hii hapana nayo. So let them respect us na sisi tu respect hivyo tu. Go back. Go hapa. Subscribe kwa TV. Pale tena baadaye itakuwa tujiombea Mzazi. Kwanza smart joker. Okay. Victor, I appreciate your work. Victor amesema I've seen some numbers great. Monsa berani abana babi. Muombeane huyu jamaa wetu. Kurukuntu naongea ukikatika katika. Okay, pole sana. Nimeona pia Mzazi amefika, watu wetu kwanza apostle. Onimes. Karibu sana brother. Nafasi ni hapo. Say hi kwa karibu sana. Umenipea nafasi ama? Acha niwasalimie, nimeambiwa nisalimie. Kevin before Big Man Bazoo na Mosoveti TV. Nimefurahi sana kuwaona. Mimi naitwa Apostle Boniface Ongaro. Sijui mnaongelea nini? Ni kuhusu kuna mwanamke ameenda ameleta mamake kutoka ushago na ndugu zake na dada zake kutoka ushago. Mtu volume yako kwa chini. Sasa sauti. Unanipata? Volume.
Okay, Msometi, naomba endelee kumwelezea kiende kurekebisha mtambo hapa tafadhali. Hapo Maybe sawa. unaweza kumute Kelvin before, nafikiri ende background yake iko vipi nini, kuna noise kidogo. But on the same note, Kevin, Yes. please kama asante, thank you. Na Bigman Basu pia kama unaweza kumute tafadhali for a minute, tukipatia Apostle unmute your mic. So karibu sana kwa studio ya Kisi Hot TV. Mimi najulikana kama Msoweti TV, and then the topic of the day ambao tuko nayo ni kuhusu mwanamke ambaye amelete familia yake, I mean mama yake na ndugu zake kwa nyumba yako. Wewe kama Apostle umeoa bibi yako, and the same note huyu bibi yako analete watu wao kwa nyumba yako bila kukufahamisha, in the sense kwamba analipisha kizazi, sijui ni kisasi ama ni nini. Kuna either there is one thing ambao ulifanya ikamuuma na yeye akaamua sasa kulipisha. What is your take on this? Asante sana Msovet TV. Sijaijua kama kuna Msovet TV, lakini leo nimejua. Mimi ningependa niseme hivi. Kuna venye unaweza, unajua huku Nairobi kila kitu ni kulipa, si kama pale nyumbani. Tukiwa nyumbani unaweza fanya hivyo, lakini hapa najua kufukuzaya kuambii toka. Sasa umeletewa familia yote, sijui wameacha mzee, ni mzee tu hajafika hapo. Hao wote wamekuja, si ujijazie tu. Either you go or you do something. Hapo kitu unaweza fanya, huwezi toka kwako, unawaambia tafuta excuse, ile excuse yenye hauta offend mtu. That excuse yenye ukiwaambia you will not offend somebody. You use wisdom hapo utatumia wisdom. Kuna njia za wafukuza ama unaweza watoa hapo, unaweza jitoa hapo bila kuoffend mtu yoyote, na hiyo ni wewe tu unajua. Mimi siwezi kuadvise ila tu mimi najua ile yenye naweza fanya mimi kama apostle. Naweza fanya, lakini sasa hapo naweza muadhiriwa, sijui mahali yako kama anatusikiza, ningependa nikamwambia ya kwamba hapo tu ajitahidi acheze kiyeye. Unajua inategemea pia, tuseme sasa we kama uko na uwezo wa kulisha hao wote, utaona mzigo, lakini kuna tuseme sasa wewe ni soja, wewe ni yule mtu ambaye security, wewe ni guard, hiyo kazi unafanya na ile kiwango cha mshahara ambacho unapata akiwezi kukilimiza yale mahitaji ya hao watu wote ambao uko na wao kwa nyumba. Kama huwezi kuyatekeleza yale mahitaji yao, unaweza ukawaambia tu kwa yani wakuelewe, wajaribu kukuelewa, you see? Na sidhani kama mtu anaweza leta hao juu ya kulipisha kisasi. Ama tuseme sasa mimi nilileta ndugu yangu na wewe unaamua kuleta ndugu yako mpaka mama yako, na I think hiyo ni kukosa adabu, kwa sababu hakuna venye mimi naweza kaa na mama mkwe kwa nyumba moja, hata kama ni compound yangu, mahali nimekomboa compound, my own compound, ati unakaa na mkikosana na mke wako, mama yake anajua mshakosana. Mkikwaruzana kidogo, mama yake anajua, mpaka ile kitu kidogo mama yake anajua. I think hiyo mimi, kulingana na mimi, haliwezekani kabisa. Kama ulikuwa unataka kukaa na mama yako, enda ukae na yeye pale kwenu. Ukichoka na yeye hapo, nakuambia kama apostle, sikwambii kama Boniface. I'm telling you like a man of God. Nakuambia iwapo umewamiss, nakupea tu yani ruhusa,
unaenda tu unakaa na wao, kisha kuliko kuleta shule yote hapo. Na unaona kile tunatafuta, kumbuke tunatafuta tujisaidie. So hapa ukileta hao wote, don't you think that is an obstacle towards our destiny? Unajua Nairobi watu walienda kutafuta destiny. Hakuna, kama unaona mtu ako Nairobi, hayuko Nairobi juu ako idle huko nyumbani, anatafuta destiny. Tukipata ile gold yenye tunatafuta hapa, tutarudi ushago tukae huko. So hapa tunatafuta gold, hatutupi gold. So ukiwaleta hao wote ni kama we unataka nitafute gold ukitupa. Hiyo tu ndio niko nayo. Okay. Thank you very much. Asante sana Apostle Boniface. Wacha nilete Big Man Pazu. Karibu sana. We were almost wanting off, but because I wanted to see you, I want to welcome you and give you opportunity. This opportunity is for you. Karibu sana Big Man Pazu. Salimia watu ingie kwa mjadala. Karibu sana. Asante sana. Alafu sasa Masobeti TV hii ndio hata mimi nimejua mara yangu ya kwanza. Lakini venye naona ni kama ni mtu mwenye najua, huyu ni governor. Ni governor wa Masobeti. Ni yeye. Venye tu anatanga sasa hapo hivyo amegeuza ni Masobeti TV. Finya hapo subscription kwanza, na wewe Apostle finya hiyo subscription ya Masobeti TV kwanza, tuendelee kuongea sasa. Sawa, hebu ipushe alafu ndio tuone venye tutafikia sasa hapo hivyo. Pia mimi niko Masobeti sasa hivi. I'm from that area. Oh. Na nimeingia kwa show kigafla, although sijashika topic venye ilikuwa inaenda. So waja mimi nikuwe tu kama follower. Even we were almost kumaliza Yeah, tumesema you are almost to be done. We can kuambia kidogo hivi how it is. Sawa, unaweza sum up? Yes. Okay, sina mengi. Ni kitu yenye iko na imehappen. Mwanamke amebeba ndugu zake wote na mama yake kwenda Nairobi mahali wanakaa na mzee wake, kisha ameacha babake mzazi nyumbani, kisha na maana anataka kumfanyia revenge kwa sababu wakiwa wadogo alikuwa anawatesa, alikuwa anawachapa, anachapa na mama na wafukuza wanalala baridi. Sasa huyu mwanamke amebeba mamake na ndugu zake, ameenda kukaa na wao Nairobi. Lakini sasa huyu mzee wake mwenye amemuoa ameanza kucomplain. How come mimi unaleta mamako, unaleta ndugu zako, tunaishi na wao hapa ni Nairobi, nanunua kila kitu, especially mamako, afadhali nikae na ndugu zako kuliko mamako. Mamako ni mtu nafaa kuheshimu. Umemwambia wewe tu uende ushago, nitakuwa nawafanyia shopping hata kila mwezi, hata kila wiki. Lakini mwanamke amekataa, amesema mamangu atakaa na mimi papa hapa, nikae na yeye. Sasa ni anauliza atafanya aje juu mwanamke amekatalia mamake, hataki aende ushago. Utaweza mpatia advice gani? Sasa iko hivi, acha tu niseme kurukutu venye nimepata hiyo story. Yes. Wanasemanga usiwahi ruhusu mwanamke akasoma tabia zako zote. Hivyo ni kama huyu mwanaume aliachilia huyo mwanadada akamsoma. Sebweneretio wala omukungu wako manye in and out. Vintu vinde mbili bwana to bizaso omukungu. Hivyo kuna venye huyo alisoma. Maybe akajua weak point yake ni gani. Na huenda ikawa huyu mwanaume unaweza pata huyo mwanamke anajua hadi pin zake za M-Pesa. So account zake zote za pesa anazijua. Na ameona huyu
anaweza saidia familia ya kwetu. Ndio manaka amepambana wazazi wake wote amewapeleka Nairobi. Na unajua Nairobi ni shamba la mawe. Nairobi hakuna kitu, ni magorofa tu ziko pale. So amepambana, hiyo familia imefika pale hivyo. Sasa wanashinda pale hivyo wakisimama kwa mabalcons, sababu wanajua lazima wakunywe breakfast, lunch lazima wakule, supper ndio hiyo. Sasa wanasema ni kama sasa maisha imefika. Hapa ndio tumefika sasa. Mahali tulikuwa tunatafuta tushafika, mtoto wetu ametufikisha sasa. Sasa ni kunyonya huyo mwanaume, kumunyonya. Sasa shida iko upande ya mwanaume, hapo hivyo ndio mimi inawezeka makosa. Sababu unaweza pata huyo mwanaume ndiye amechianika yeye mwenyewe. Unaona? Yeye ndiye amepeana asili yake, maybe ako na kapesa ABCD, maybe kuonyeshana, alafu ndio maybe apendwe. Hapo hivyo ndio naweza sema ni nini ndio imetembea hapo hivyo. Inaitwa aje? Ni kasumba ama ni kababa? Kwa sasa hiyo ndio inafanya kazi. Kama umenipata, hata kama nimetoka kwa mauzingizi na nimepoka hapo. I'm up to that. So ile kitu tunazambia the man he should do ni nini? Bazu. Yes. Nakuuliza. Uliza. Kwa mara ya mwisho kwa maana ile ya itimizo. So what can you conclude to this man? So huyo mwanaume naweza mwambia analipia ile makosa yake, ile makosa yenye alifanya, kuchianika kwa huyo mtu mwenye alipatana na hiyo, maybe tunaweza sema ni bibi yake. Sasa maybe sasa he is paying for the mistake he did there before. Yes. Okay. Unajua kuruntu it's like tuseme you are on a road, una drive kwa barabara, umepatana na signboard inasema no way through, na wewe umeponyesha na umeenda hapo hivyo mbele umepatana na karau. Yes. Sasa ni ile time ya kujitetea. Utajitetea na ile kitu yenye uko kwa mfuko nayo, si yeye amekuitisha, lakini wewe ndio umesema niko na 200 hapa hivyo manze, uniruhusu tu niende mahali nilikuwa naenda. Hapo hivyo huwezi sema eti hiyo ni ongo umepeana. You are paying for the mistake of which you have done. Na huyo mwanaume hiyo makosa yenye alifanya ni yeye alijianika kwa huyo mtu wake, ndio akamsoma vibaya, akajua huyu ni mlegevu pande hii na pande hii. Ndio manake sasa akaamua kumletea hiyo kikosi chote ndio akishughulikie. So he is paying for the mistake he did. That's my conclusion. All right, thank you very much. Anaitwa Violet Mambadi kwa general na akorolida. Violet kwana bigi man pazu etiwa ama kumivo when Nyumbani a woman be open with the lazima kujue vizuri gaki as you are my husband. Kwani wakati ulinioa tuliambiwa sisi ni mwili mmoja ayagaki wa Mama G for general. Mama de mama. What's up? What's up, my boy? How are you? I'm fine. Nimetoroka, nimekimbia mbio venye unaniona hivi, sijasoma anything.
Hebu leta maneno hapa nitoe chenye natoa nikienda. Sema hai ndio nikuletea. Sema hai nikienda kukupangia. Hello, big man Bazoo. Wow. How are you? Yeah, I'm fine, thank you. Hebu live. Ajana nayo profile big ya kwako, hebu tukuone live. I like your smile. Oh. Hey, Masabeti. Nekierendo. Masabeti. Ndugu ya umbi yere tabu atumangana. Togo soka lende. Togo soka. Tiago nda soka ngali Masabeti o minto maite. Ndio meta watu wako soka kwa Masabeti wa minto. Of course. As manzo okay. Dennis, kunkurunkunto. Yeah. You know you are like my son now. You know you are my son. Unaendelea aje? I'm well. Thank you God. I'm here today. Nashukuru, karibu sana. All right. Mimi niko salama. Nimeona niwatembelee haraka hivi. Hebu nipe topic ulikuwa nayo ni gani leo? Wacha nikupatie topic hapa ndio before utoke mbio. Hapo kuna mzee analalamika kwamba bibi yake ameenda nyumbani, ameleta ndugu zake wote na pale town wale wanaishi. So ilikuwa wawatembelee, lakini wamefika pale mwanamke amesema kwamba mama yake na ndugu zake hawawezi kurudi ushago, kisha na maana wanataka kuanza kutesa baba yao, kwa sababu baba yao alikuwa watesa wakati walikuwa wadogo, wakati mamake alikuwa anawafukuza usiku, anawachapa wanalala kwa baridi. So anataka atese babake kwanza kupikia toshea vyombo. Kitu kingine anataka kuishi na mamake mzazi na ndugu zake pale Nairobi. Akikula anakula na wao wakule, wafurahie maisha. Sasa amesema kwamba imemkalia vigumu kushughulikia gharama ya watu wengi pale na town, wananunua chakula, wananunua kila kitu na wanatumia elfu moja. Sasa ameshindwa. Sasa afanye nini? Ameshindwa kuambia warudi, amekataa. Anaomba ushauri jinsi ambavyo anaweza ambia wanaweza kuona na mwanamke akubali mamake arudi ushago, lakini ile kitu amesema hani hakuwa anataka huyu mamake biaka ajue hamtaki pale Nairobi. Maoni yako karibu sana. Okay. Nataka sasa nikuulize ukinijibu haraka, si ndio? Yes. Mwanamke anafanya kazi? Mwanamke anafanya kazi, lakini ile kazi kidogo tu biashara. Anakatakata sukuma. Hiyo ni biashara. Biashara tu ndogo na ya kuuza mangongo tu hivi. So wakati aliambia bwana yake naenda kuleta watu kutoka nyumbani? Hapana. Hakumwambia? Yes. So mwanaume yeye ndio, lakini oh God, do you know the meaning of marriage? Ndoa si kitu yenye unaanza kuleta anything kwa boma yako, hata kama ni sister zako. Those people, they should stay away from your marriage. Mbona anarao bwana yake atezeke? Unajua mtu tofauti akiingia kwa ndoa, inafika mahali hiyo ndoa sasa inaanza sasa nini, inaanza na vituko zake. For example, one, hakuna freedom kwa hiyo nyumba tena. Unanielewa? Two, huyu mama ataleta maneno mingi. Ataona venye hao watu wanaishi, aende kuleta moshene, msichana wangu anakula hivi, sijui nini. Alafu nani alimwambia eti anatesa baba yake? Who told her eti atumane eti mama yake ishi na yeye ndio baba yake atezeke? Kwa nini anawaseparate hao watu? Biblia inasema till death do you part. Yeye kwa nini anaingilia? Kwani yeye anataka baba yake? Kitu ingine nataka wasikilizaji wasikie hivi, wenye wameoa, wenye wachaoa. One, ndoa ni ya watu wawili. Two, kutembelewa ni kawaida, but si eti kukaa more than 3 days. Kwangu mimi personally mama Jimmy hawezi kaa kwangu more than 3 days. Hata kama ni relative, akae huko mbali nimsaidie akiwa huko, but nikiwa kwangu I'm with my husband, with my kids. Mtu apewe freedom yake. Life is too short. Mtu apewe freedom, enjoy life.
Kwa nini mtu ukatishie mtu? Yani unajua sasa hapo ndio unasikia mwanamke anaanza kusema huyu mzee anisukumi vizuri kwa kitanda, sijui nini. Mzee akiona hiyo majukumu yote, hata hiyo kitu inarudi kwa tumbo. Haiwezi toka nje, mchurusi haiwezi simama. Unanielewa? So yes, ukiwa na majukumu mingi big man, ukiwa na majukumu mingi, ukiwa na stress mingi, hiyo utataka hiyo kazi? Huwezi taka. Utaitaka, utakuwa unashughulikia zingine. Alafu sasa uniambie, uko na freedom kwako, kitambo ulikuwa na freedom. Sasa huyu mama amekuja, huyu ni mama wa heshima. Huwezi enjoy life with your wife, with your kids. Huwezi enjoy sababu uko na heshima. Kabisa. Unanielewa? So huyu mwanamke ni achague kitu moja, ndoa yake ama wazazi wake. Unanielewa? Sababu mimi siwezi, you can't allow this thing. Eti sasa unaleta familia yako kwako. Yes, ama iganaro kutaka kuwasalimia, but ukiona salamu zako ni mingi, enda wewe mwenyewe. Wacha kuleta msigo kwa bwana yako. Sasa hapo heshima itakosa. Mtaanza kukoseana heshima. Hapo ndio unasikia mzee huyo bwana yako amelala na mama yako. Huyu bwana yako amelala na sister yako. Yes. Mwontako sukume romo teko chigali. Sababu watu wameanza kuzoeana. Nikienda kibiashara mzee yako off. Nikienda biashara mzee yako off. Si wanabaki na mama yangu. Kuna nyimbo kuna everything changes when we need the moment unaleta watu wanaitwa relatives kwa boma yako. Very true. These people are not allowed to stay in your house more than 3 days. 1 week iende sana. Imagine watu wakikuja kwa boma yako. Si ndio? Watu wakikuja kwa boma yako hawataki kufanya kitu, wanataka tu kuchukua remote. Unaona? Bwana yangu ameenda kasi kutafuta. Mimi mwenyewe niko hapa napigwa na ninajua. Yes, ni watu wa kwangu. Lakini unapata watu they can't do anything. Kazi yao ni kuwekelea miguu kwa meza. Hiyo miguu ni bwana yangu ako allowed kuweka kwa meza, si wao. Of course. The only person who's allowed to put those legs in the table is my husband. Wengine wakae nyumbani tuwasaidie kama ni chuzi, na huyo mama arudi kwake atengeneza boma yake. Hii maneno ya kukaa kwa msichana si mzuri. Hiyo ni kukosa heshima. Oko sukume robo tena ako takoteba. Ako takotano atale. Akisukumiwa hiyo kitu atakuja kuambia nani? We Mama G. Yes. You are making my night be so funny. So, Kunkurukutu, let me tell you. Enyuomo taligento monto koleta kendi kionsu kwa tumba nyororo. Imagine kuna time mnakosananga na wife yako, mnakosana na bwana yako. Mama yako ako hapo, brother yako ako hapo, hata haezi ongea. Huyu mwanaume amesafa. Nina understand venye anapitia. Hiyo ninaelewa sasa, ninaanza kusikia vibaya hata saa hii. Yaani amesafa kwa hiyo nyumba. Hata akitaka kuambia bibi yake, babe, kasi ilikuwa hivi, anapata mama yake anamwangalia. So unaona sasa, unapata mwanaume anaanza kuenda nje kuomba hata vitu kutoka nje. Ama unapata shemeji yako ako hapo hivyo. Si ndio? Anakuangalia. Sasa unajua akikuangalia ataenda kuambia mama wakiwa wamelala. Can you imagine? Wanaanza kukusengenya. Imagine in your own house. In your own house, mahali unafaa ku have fun, mahali unafaa kukuja upumzike, relax your head, relax your mind, you feel free, but sasa umewekewa vikwazo. Ati hiyo ako hivyo, anakuanga hivyo. Hapana, mwanamke achague. Mimi yule mwanamke kama nasikiza hii conversation, achague ni bwana ama ni nini watu wa kwao. Achague saa hii. Kama ni bwana au watu wako waamke vizuri, waambie enda nyumbani, nitakuwa nawasaidia kutoka hapa. Unaelewa? Town kwanza, town ya saba watu wameishi kwa pet sita. Unakuja town kufanya kazi gani?
town kwa perisita muse akienda kwa choo kukochoa chororo unasikiza. What is that? What is that surely? What is that? Kukosa heshima. Hata mtu huwezi nyamba. Hata mtu huwezi nyamba, imagine unafinyiria, unaweka ugonjwa kwa mwili yako. Huwezi tembea uchi kwa nyumba yako, imagine eti sasa tutaingia kwa hapo. Huwezi tingiza chenye baba yako alikupea. Kabisa. So, mama achague ni bwana ama ni wazazi wake. Unanielewa? Kutoka hapo wajue chenye watafanya. Mimi hiyo ndio naweza sema, waketi chini waongee, na mzee amkatisha chini, ampeleke hata out. Unaona? Ampeleke out, amwambie baby, sasa ni uchague mimi ama watu wa kwenu. Watu wa kwao. Yes. Mwanaume anafaa kukuwa free. Hata mimi, let me tell you, hata mimi sitaki nini relatives za bwana yangu, na mimi sitaki relatives wangu wakuje kwangu. I want to enjoy life. I want to enjoy life with my husband. Ni msome kabisa. Yes. Okay. Vitata. Okay, thank you. Sien mama ji fojene ngo tusaberore. Victor Onchiri eti egesu kerekeke. Agosu umeru emoti. Arekini mama ji fojene rogaki. So sad. All of people I pay you have full words. Or huwe nyamba yawa. Wa. So take what is right for you. Itakujenga katika familia yako, utaendelea. Na wale ambao labda wanawake ambao pia wako na ita, pia kuna baadhi ulikuwa umepanga hivyo, msikie hiyo ni mbaya. So we as a man, we are not supposed kuenda kuangaliana na mamako ama kuangaliana na yeye. No. Inafaa ni pale tu 3 minutes mbole tenchi yetu. That's the reality. So, by the way, Dani, by the way, kungurukutu nyuma utaravutura. Before ukate, nirudie, si wanawake peke yako wako na hiyo tabia, hata wanaume. Unapata ameleta hata rafiki kwa nyumba. Tiu ni rafiki yangu, wacha akae hapa, atafute kazi aache. Ukienda kazi unamwacha na bibi yako. Unadhani watakuwa wana smile kwa meza? Ngoma inatambaa. Yes, ngoma inatambaa. Ane kwa burutu mwana ako weka lakini hata liyo yogo. Yes. Wanaume kuna wengine wanaleta hata mabrother sawa kutoka nyumbani. Huyu animaliza form 4, mtoto wa form 4 anajua mambo na sex. Anajua kila kitu, anajua kusukuma hiyo kitu. Animaliza form 4, wacha akae na mimi, na nitafutia kazi ya computer. My friend, kama unataka kusaidia watu wa kwenu, kondisha nyumba kisini 2,000, 1,500. Mnunulie blanketi na mattress yalale chini, aende computer yake. Yes. But in my house, I want to watch a bibi yako. I enjoy marriage. Marriage is for two. Akikuja siku mingi kabisa ni siku 3 ama siku 3 kwanza, watu wakae kwao. Wow. Ama oseo computerized wo monginogo. So thank you very much. I appreciate. Because unaona hapa nimechoka kidogo but appreciate. Tulianza hapa mwendo wa saa 4 na sasa hivi ni saa 7:14, tarehe 24 mwezi wa 8 2021. Mchino mwana kukurikunto, mwana kurutu, mwana kuntu, mwana musudanese Nairobi. So ga ime ya Kisi Hot TV, wale watu wageni subscribe if you are new and share to friends, waambie kwamba tuko hapa. Leo tutakuwa hapa leo jioni katika patanisho ama pata mjumba ama leo jioni. Leo jioni umusa connect. Saa ngapi? Kuanzia saa 4 tutakuwa hapa. Yes, nilikuwa nasema kwamba nilikuwa na msichana mmoja ambaye alikuwa anataka kijana, huyo alienda. Nilikuwa na vijana wawili, kijana mmoja alienda, nikapaki na kijana mmoja. Na kitu kingine nilisema kwamba natafuta shamba plot ya kununua.
iwe 70 per 100 ama 100 per 100. Okay, si mimi nataka kama uko na hiyo shamba na unaona kuna mtu ako nayo within Nyamira ama Kisii, just inbox me. Iwe shamba iwe ushago iwe town, just inbox me, we will see on how we can manage. Kuna mtu anataka hiyo shamba. May God bless you so much kwa kuweza kuwa na sisi hapa ndani ya Kisii Hot TV. Tumefurahia, tumeshare, tumejoke, tumecheka. Mambo ambayo tulikukosea ukakasirika, jamani, tuomba msamaha, usiwe na chuki. Hapa tunapenda hivyo kuongea wazi, live for the direct. Big man pasure ne kwa kutoya somo nguru tokore manganaya tutimoke. Ati Toira somo nguru ga kirende tutimoke mwana minto. njeno mwana unyasaye lakini tima itiko sawa. Andi mwanjite nyasaye nanga njite nerogere tende moyo mpaka jisejiga tukukwana naye. Lakini njene kanisa ntu anakorora na pi. Kai. Eka kia mangana. Tigere gabano tigere tutu kambe ngora. Kanisa yane na yekurite kero na lenga high school. Kanisa karira. Bye. Okay. Tusabe mo nguru tatenya sai. Tawakire mbia mono. Yomna singa kimne chiga. We say thank you because you have been with us since we started the program today. Umetusaidia, umetuwezesha, umetupatia hekima na maarifa, umetuherimisha. Tunaomba neema na fadhili kutoka kwako Mungu wetu. Asante kwa maana tushika mkono tunapoenda kupumzika. Tunahitaji kuona mkono wako Bwana, katuongoze na kisha kuweza kutufikisha katika siku nyingine ile Bwana. Tunaomba msamaha maana ambapo tumekukosea na tumetenda kinyume na mapenzi yako. Tumekosea wenzetu. Tuomba msamaha pia Mungu wetu. Tunaomba ukaweze kutushika mkono tunapoenda kupumzika Bwana. Tunahitaji neema na kutoka kwako. Asante kwa maana kutuongoza kwa kila jambo, na ni katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. And may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forever more. And more. Amen. Shalom, shalom. Muwe na usiku mwema, muwe na mchana mwema, asubuhi njema. Na waombea neema na fadhili zake Mwenyezi Mungu. Hadi leo jioni katika Msaya Connect. Connect pipi na Bwana. Connect kila kitu. Tutakuwa nayo leo hivi leo kuanzia mwendo wa saa 4. Mimi ni Dennis Nyabuto, hali maarufu Kuntu. Sudanese. Bye bye. Bye.